me strength for each new day. Today He will make a way. He will make a way. Mwathani agoco amaretwa njĩtagwo Magi Kamau. Magi ndĩrenda kũgoca Ngai na rwĩmbo hatirarĩ hahũthũ. Nataka kusifu Bwana na wimbo moja kwamba mahali nimetoka hapa kuwa rahisi. Ukinya haha nĩndĩra since 2016 mpaka leo. Bara ya kwerũirwo mathabahu nĩ maya na nĩnyonete Ngai na nĩnjetereire ingĩanjia kũruta ũira wa mĩeri ĩrĩ kuma rĩrĩa ndokire ndingĩrĩkia, tondũ Ngai nĩ andũire bara itangĩrahotire kũrũa. Nĩ ngũmũinĩra rwĩmbo na nĩ ngũhoya andũ erĩ ngwenda mandeithie. Pastor Jane nĩ matuĩkĩte ũteithio mũno hakuhĩ naniĩ mũno na Ngai amũrathime. Mũrĩũrĩa watimayo kuma gũciarwo gwake ndũinĩ tonete, rĩrĩwĩra Jesũ nĩ ũrahĩtũka akĩmenya ndĩhĩtũko, akĩanĩrĩra na mũgambo mũnene, Jesũ mũrũ wa Daudi njiguĩraga, ũkĩhutio nĩ kũnyiihĩrwo gwakĩo, kĩmũhingũra maitho agĩcoka kuona. Itũra-inĩ ritũ ĩtĩkĩra kũgorwo kaũndũ kamwe, mathĩna momothe ngamagana rũciũ, maruo momothe matuĩke ũira wa rũciũ. Mũtumia ũrĩa waurĩte thakame mĩaka 12 akiuraga, rĩrĩwĩra Jesũ nĩ ũrahĩtũka akĩmenya ndwĩtũkorwo ũguo, akĩgigana na kĩrĩndĩ kĩwa kĩhutie gĩcũrĩ kĩa nguo yaku. Jesũ rĩrĩwĩra hinya nĩ wamuma, kĩmwĩra wĩtĩkio nĩ wamũhonia. Itũra-inĩ ritũ ĩtĩkĩra kũgorwo kaũndũ kamwe, mathĩna momothe ngamagana
Mwathani amurathime. Nĩnjetereire maũndũ mangĩ maingĩ na manene kũgerera mathabahu-inĩ maya. Nĩnjĩkĩirwo ndirĩ nganja ngiuga nĩnjĩkĩirwo. Arĩa manyonire ngĩũka na arĩa mathiĩte makĩnyonaga ti ũrĩa ndaingĩrire nyũmba ĩno. Kwĩ Ngai ndĩrarigwo nginya nĩkĩ itamũĩ mbere ĩyo, nĩkĩ itamũmenyete tondũ ndingĩrĩ harĩa ndĩ ũmũthĩ. Nĩnyonete Ngai akĩnjĩkĩra na nĩnjũĩ twatĩa maguta nĩtũgũthiĩ kũnene, tondũ o mũndũ wothe nĩkĩ waheirwo rĩrĩa wetĩkirie. Ngoma nĩoĩ tũtingĩruta, tũngĩruta nĩoĩ nĩtũngĩka maũndũ manene, no ugĩte tũtingĩka ũguo. Tũngĩnyitĩrĩra ndungata ya Ngai tũtaenda mbali. Amen. Niĩ nĩthiĩte nĩ mĩeri ĩrĩ. Rwĩmbo rũrũ nĩ rwa kuma 2016. Hiyo wimbo ni wa 2016 ukawa na ũmũthĩ ndĩrageragia ndatua gũthiĩ kũruta ngarwara. Akapitia vita akienda studio anakuwa mgonjwa mpaka naraswa hospitali. Nikiachana nayo ninapona. But rĩrĩa ndokire kĩgongona-inĩ gĩkĩ ngĩũka nguĩte maruo, ngĩũka nguĩte mathĩna, ngĩũka nguĩte mĩnyamaro yakwa. Ni ndĩna mwana ingiuga ndĩnake mĩeri ĩrĩ na Ngai amũrathime. Amen. Inaitwa nguvu ya madhabahu. Niliwaambia juzi ya kwamba kwa kila madhabahu kuna Mungu wa madhabahu na kuna nabii wa madhabahu. Amen. Na kuna nabii wa madhabahu na kuna dhabihu ya madhabahu. Ndio imefanya kazi Mungu wa madhabahu haya. Nimekumbuka stanza ya wimbo alafu niite timu ya Kojiado. Haleluya. Timu ya Kojiado na Manga, jiandaeni. Amen. Huyo Mungu wa madhabahu haya. Amen. Arageria ihiga rikauma maĩ andũ ake makanyua. Ũyũ nĩwe Ngai ũrĩa tũrenda. Amen. Arageria ihiga rikauma maĩ andũ ake makanyua. Toguo tunyuĩte. Ũyũ nĩ wow. Amen. Si tukipika wakati wa sifa Beatrice uweke hiyo huko ndani. Amen. Kwa wakati huu nataka tu kukaribisha team kutoka all the way from Namanga. Amen. Mtu aseme timu ya Namanga iko in the house. Sema kama umefurahi. Timu ya Namanga iko in the house. Sema tena sio umetoka karibu. Timu ya Manga iko in the house. Amen. Najua leo watuta zile zao nazipenda hivi. Amen. Tuwapigie makofi wanapoamka. Haleluya. Amen. Engaya na tizana, engaya na tena, engaya na nini. Tuwakaribishe. Mpaka wafike. Apewe sifa. Inua mikono kwa Yesu. Tumerudi tena. Inua mikono. Wangapi wamewahi kutuona tena? Wale wamewahi kutuona tena? Tumebarikiwa sana, tumerudi tena. Pokeeni salamu kutoka Kajiado na Manga. Kwa majina yangu, mimi naitwa Neema, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Ninaishi na Manga. Ninashughulika na mambo ya wamama. Nimefurahi sana kwa sababu kuna wakati pia tumefika mahali hapa, tumependezwa na ibada yenu, tumeamua kurudi tena. Na leo nimekuja na wengine walikuwepo na wengine leo hawajaweza. Kuna wengine mnawafahamu na wengine wapya watasema majina yao. Bwana Yesu apewe sifa. Jamani, tufanyiane hivi. Kwa majina naitwa Acc No, nimeokoka na mpenda Yesu. Naishi mji wa Namanga. Hapo ndipo tunamtumikia Bwana na tunafurahia. Na tumesikia kufurahia kuwa pamoja na dada yetu. Alitushuhudia jinsi alikuwa ibada mahali hapa, na kwa neema ya Mungu tukaweza kufika mahali hapa. Kwa hivyo nyinyi ni watu mliobarikiwa. Mungu awabariki. Bwana Yesu asifiwe.
Naitwa Ana Mtende, nimeokoka. Napenda Yesu, nimetoka Mwanamanga. Nimetoka kanisa la Great Commission kwa Pastor Lane. Nimempenda sana. Lakini leo tumesema tuje tuwatembelee. Nyinyi ni wa maana sana. Nawapenda na mwe na amani. Misi Yesu. Misi Angai. Mimi nimeokoka. Naitwa Karoke Tukei, nimeokoka. Kristo ni Bwana. Tunaishi na upande ya Namanga. Mimi niko chini ya Pasa Manuel Deketai. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana asifiwe tena. Tupungiane mikono hewani. Haleluya. Nami nimeokoka. Kristo ni mwokozi wa maisha yangu. Amenitunza, amenilinda. Haleluya. Yule wa kwanza ni mama yangu. Wa pili ni mother-in-law. Nimeolewa. Nina mume mmoja wa kiume. Lakini bado hatujafanikiwa kuwa na watoto, ndio tumeanza, tuna miezi 3 sasa. Amen. Sio mwingine ni huyu hapa. Kipenzi cha moyo wangu, namkaribisha. Karibu. Amen. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe kanisa. Kwa majina ni Peter Muturi Njenga. Nimeokoka, nampenda Yesu. Tumetoka pande za Ilbisil Kajiado na tunafurahi kuwa mahali hapa na mbarikiwe. Amen. Bwana asifiwe. Tutaimba wimbo wetu wa pamoja wa Kimasai, alafu pia binti yangu ana wimbo binafsi kwa sababu kuna ujumbe juu ya wamama. Kanisa wamama ni jeshi kubwa. Mama ndio alipeleka injili ya kwanza kwamba Yesu amefufuka. Si ni Yesu ni mama? Mama ni shujaa. Hata ukiangalia sasa hivi kanisani wamama ndio wengi. Jipigieni makofi. Wacha tupewe chorus ya Kimasai, tutasimama tuimbe wote, alafu tutamwacha anayeimba wimbo wake binafsi. Oh baba laile shumara jogi shagenisho. 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 Baba lele shumara jogi shagenisho. Oh baba lele shumara jogi shagenisho. Oh baba lele shumara jogi shagenisho. Oh baba lele shumara jogi shagenisho. Baba lele shumara jogi shagenisho. Jogi shagenisho. Le shumara shagenisho. Le shumara jogi shagenisho. Oh baba lele shumara jogi shagenisho. Oh baba lele shumara jogi shagenisho. Baba lele shumara jogi shagenisho. Oh jogi baba jagi jagi baba jagi jagi baba lagi. Hallelujah.
Praise God. Nina wimbo wa wamama. Wamama ni jeshi kubwa. Haleluya. Wamama ni wamebeba uhai. Wamama ndio kila kitu kwenye taifa. Bwana Yesu asifiwe. Na nina wimbo nitawaimbia. Tusimame please. Twendeni hivi. Wamama ni jeshi kubwa. Wamama simameni, tupambaneni, tulijenge kanisa. Tusimameni, tupambaneni, tulijenge taifa. Wamama ni jeshi. Wamama tufanye hivi. Tusimameni, tusimameni, tupambaneni, tulijenge kanisa. Tusimameni, tupambaneni, tulijenge taifa. Wanaweza, wanaweza, hao wana nguvu, wana nguvu, wana nguvu, hao wanaweza, 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 hao wana nguvu, wana nguvu, wana nguvu, hao wakiungana hivi wote. Hallelujah. Iliyofanywa na Esta, bila kusimama imara Wayahudi wasingepona. Nikikumbuka kazi iliyofanywa na Esta, bila kusimama imara Wayahudi wasingepona. Wangeteketezwa, wangeuawa wote, wangeteketezwa, wangeuawa wote. Wewe, 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 mama uliyelala, amka, 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 wakati si wa kulala. Wewe, 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 mama uliyelala, amka, 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 wakati si wa kulala. Nikikumbuka kazi iliyofanywa na Esta, bila kusimama imara Wayahudi wasingepona. Nikikumbuka kazi iliyofanywa na Esta, bila kusimama imara Wayahudi wasingepona. Wangeteketezwa, wangeuawa wote, wangeteketezwa, wangeuawa wote. Wewe, 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 mama uliyelala, amka, 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 wakati si wa kulala. Wewe, 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 mama uliyelala, amka, 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 wakati si wa kulala. Wamama, wamama ni jeshi kubwa. Wamama tusimameni, tupambaneni. Wamama tusimameni, tupambaneni. Wamama, wamama ni jeshi kubwa. Tusimameni, tupambaneni, tulijenge yeye. Tusimameni, tupambaneni, tulijenge yeye. Wapi vigelegele kwa mama? Haya, twende namna hii. Wana nguvu,
wana nguvu, wana nguvu hao, wanaweza, wanaweza, wanaweza hao, wana nguvu, wana nguvu, wana nguvu. Wapi vigelegele? Tucheze, 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 tucheze. Tufanye hivi. Twende, 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 twende. Kanisa linahitaji maombi, taifa linahitaji maombi, kanisa linahitaji maombi, watoto wanahitaji maombi. Mama, 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 mama ni mtu muhimu. Mama, 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 mama ni mtu muhimu sana. Mama, 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 mama usimdharau huyu mama. Mama, 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 mama ni mtu muhimu sana. Huyo raisi unayemwona kama simama kwenye uchungu asingekwepo. Huyo askofu unayemwona huyo askofu unayemwona mama, huyo injinia, injinia sana, huyo raisi unayemwona kama, huyo askofu unayemwona kama, huyo daktari unayemwona kama, huyo injinia, injinia kama. Makofi ya juu. Twende. Haleluya, haleluya, haleluya. Nataka kusikia vigelegele kwa kina mama. Wamama oye, haleluya. Hiyo wimbo inasema huyo rais unayemuona mamlakani sasa hivi, kama sio mama kwenye uchungu asingekuwepo hapo alipo. Bwana Yesu asifiwe. Daktari yoyote unayemuona, askofu yeyote, ni mama amepitia kwenye tumbo la mama. Bwana Yesu asifiwe. Miezi 9 amepata uchungu mama, ndipo sasa atoe mtu wa maana kama huyo. Bwana Yesu asifiwe. Barikiweni sana kina mama. Bwana apewe sifa. Jina la Bwana libarikiwe. Nilikuwa nimesema wakati mchungaji mtumishi ulikuwa ukiita watu washuhudie, nilisema nisichukue hiyo nafasi, nichukue hii kwa mara moja. Ninamshukuru Mungu ni kwa sababu ya ibada ya leo. Ni kwa sababu mtumishi yule alikuwa akituongoza kwenye maombi, akasema habari ya kuvuka mwaka huu. Nikashangaa, nikauliza kwani amekuwa akikaa nyuma ya nyumba yangu? Maana hiyo ndio mambo nimekuwa nikihubiri kila asubuhi, nikihubiria moyo wangu.
mtumishi anayekuja kasema tena, inawezekana Januari uliingia kwa shida, kwa dhiki, lakini ukufuka utafuka kwa kishindo. Bwana atusaidie sana. Kwa kweli Januari tarehe 1, tarehe 2 baada ya sikukuu ya tarehe 1 nilipitia kwenye maombolezo. Na ninamshukuru Mungu kwa sababu ili nikuta nikiwa maombi ya kufunga, nilikuwa nimefunga siku 3. Na nikasema sitatoka kwa nyumba, nitatulia kwa nyumba. Lakini zile habari nilizoletewa ilikuwa inalingana na kifo na mauti. Na nikawa napigana na roho ya mauti. Na nilipokuwa katika ile hali nikasikia Mungu amenenea akaniambia kwamba katika hali hii mtu hushinda, mwenye haki hushinda kwa kunyamaza na kuomba. Bwana atusaidie sana. Na alipokuwa akiongea mahali pale, kwa kweli nimelia kwa sababu Mungu alinifukisha na hata nikasahau, nikaanza kusema hivi ilikuwa ni Januari ama ilikuwa ni siku gani? Bwana atusaidie sana. Na nilipofuka hiyo mahadui hawakuninyamazia, wameniandama na kuniandama, na ikawa nafuatiliwa na roho ya mauti. Nami nikawa nahubiri kwangu kila ninapoomba, kila ninapoamka saa 9 ama saa 7 ama saa 8, nasema kwa jina la Yesu kwangu na hakuna kifo. Jina la Bwana libarikiwe. Na siku moja nikiwa nimetoka maombi ya kufunga, hadui akaniletea uchafu jioni saa 1. Nikasema saa 2, nikasema wacha nilale. Na maana nimetoka kwenye madhabahu. Wakati huo ndivyo akaleta sarakazi. Mtoto wangu akaja nimerara, amerewa na ninamuombea amerewa. Nikarara nikasema hata kama umemleta akiwa hivyo, sina mtu anaitwa mlevi kwangu, sina jina mlevi kwangu, na sitakubali ubadike mtoto wangu awaye yote jina. Na nikamwambia na ujue sina haraka hata siamuki kwenye kitanda. Jina la Bwana libarikiwe na kila kitu kitakuwa sawa. Bwana tusaidie sana. Nilipoona kama ndivyo mambo imeharibika, nikajitia nguvu. Nikaenda Heaven's Gate. Nikaingia pale kwa maombi, nikaenda siku 7. Nikamwambia Mungu nibadilishie hii, nibadilishie hii. Wapendwa, hamusione haikuwa rahisi. Ni kwa sababu hata leo imebaki alama ya kisu ambaye sikukijua, sikukikuwa cha kwangu, lakini kiua kiue. Lakini Mungu akaja na akanitetea. Na nataka nikwambie aje, tuko na mtumishi alikupokuwa akisema habari ya kuvuka. Mimi ninaweza kushuhudia kuanzia mwezi wa 7 kwamba ninavuka na ninavuka kwa kishindo. Na wacha niwaambie mpendwa, kama hujui vita, aisee hakuna kitu kibaya kama vita. Tunapingwa usiku na mchana, lakini tunapomlilia Bwana anatusaidia kuvuka. Kwa hivyo haijalishi ni kwa sababu tutavuka, tutaenda ng'ambo ile nyingine kwa ushindi. Na mshukuru Mungu ni kwa sababu roho ya mauti Bwana alifshaihamisha. Mungu wa mbinguni awabariki. Haleluya. Nami pia natabiri as we cross the year na tuingie mwaka mpya, hakuna wetu atazika mtu wake in Jesus name. Amen. Huyu mama akona ushuhuda na naambiwa students wamefika. Bwana asifiwe. Wale watoto wako wapi? The students, I understand they have arrived. Amen. The students, please. Let's appraise them in the clap. Amen. Let's appraise them with a better clap. Hallelujah. Let them feel appreciated. You can also put us out for the Lord for them. In Jesus' name. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Praise the living God. Kwa majina naitwa Brian Mutali. Nimealikwa na nyanya yangu. Na nimekuja kulisifu jina la Mungu mahali hapa, na nimefurahi kushiriki na nyinyi. Praise God. Praise God again. Kwa majina naitwa Faith Jane Wanjiru, nimeokoka na tumealikwa na Shush. Praise God. Praise God again. My name is Rooney. I was invited by my spiritual father. Praise God. Praise God again. Kwa majina ni Elvin Gena. I'm glad standing here. And as obvious kuna yenye mmeniona, nimekuja Sundays kadhaa hapa. And I'm glad to fellowship with you. Asante. So
hivyo tutamsifu Mungu kwa wimbo. Sijui kama keyboardist wetu wako. Hallelujah. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane. Tusimame. Maombi yangu, maombi yangu yafike kwako, yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, Baba, haja yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Kiu yangu, haja yangu, haja yangu, nifanane nawe, nifanane nawe. Sema maombi yangu, maombi yangu yafike kwako, moyo uliobondeka utadharau. Baba, sema kiu yangu, ni haja yangu Yesu. Baba, wacha nifanane, nifanane nawe Yesu. Baba, sema nifanye kama wewe. Nifinyange Yesu, nifinyange Baba, nifanye kama wewe. Yesu, nifinyange Baba, nifinyange Yesu, akinitazama, oh Yesu, wacha wakuone. Nifinyange Baba, nifinyange Yesu, Bwana, nifanye kama wewe. Baba, nifinyange Yesu, nifinyange Baba. Ora basata yandara babosa, uri baseke tere masayare, baseke
kama wewe, hakuna Mungu kama wewe, hakuna kama wewe Baba, hakuna Mungu kama wewe. Oh, hakuna kama wewe Baba wewe ibazatayana, hakuna kama wewe. Sema nami, hakuna kama wewe. Umetenda mengi Baba, hakuna kama wewe Yesu, hakuna kama wewe. Ozata yandara baba sarimazea, hakuna kama wewe Yesu, sijaona kwa macho yangu mimi, hakuna kama wewe. Oh Yesu, hakuna kama wewe, kama wewe Baba wewe. Oh hakuna Yesu kama wewe Baba, hakuna kama wewe. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii Baba yangu wewe. Sijaona Baba, sema sijaona kama wewe, uliye na uwezo wa ajabu Baba Yesu. Sijaona kama wewe, sijaona kama wewe Baba Yesu. Sijaona kama wewe, una nguvu ya ajabu Baba. Sijaona kama wewe, asante Yesu. Ningeomba tufungue kinywa chako dakika moja, tumwambie Baba umeweza Yesu. Kwa mimi kuwa hapa kwa hakika umetenda. For me being here, oh Lord, you have done it all. Rebo zata yandara baboza rimazeke talibazia, umeriko zata rababoza rimazete rebazia, umerikita rimazata yandare baboza rimazeke tele mazai, reba baba baba zeke tele baba baba baboza, reba bazeke tele mazai yandara bazete remazia. Wewe ni Mungu kwa hakika, tumekuona ukifanya. Hakuna wakufanana na wewe Mungu ishie juu mbinguni. Tunakutukuza, tunakukuinua kwa kuwa hakuna kama wewe Baba. You have really done it, oh Lord. We worship you. Receive this worship because you deserve it, oh Lord. We thank you and honor your name because there is none like you. In Jesus' mighty name. Hallelujah. Hallelujah. Nashukuru Mungu. Ni wakati wa ushuhuda, na shuhudia ya kwamba Mungu ametenda kwa maisha yangu. I have just finished my high school some 3 days ago. Na kinachonifurahisha sana ni kwamba tunakotoka kwetu hakujasomwa, lakini Mungu ameniwezesha. Zaidi ya yote, niliingia high school kama simfahamu Mungu vyema, but I have gone out knowing him. I don't know what I can do more than serving him, more than singing, because he has enabled me sing. Najua it was just a presentation, but
just allow me show the gratitude that I have towards God. Ningeomba tucheze sifa moja, then nitatoka tu. Mungu awabariki sana. Hallelujah. Tusizame sana. Wacha sasa tusifu. Hallelujah. Tumsifu Mungu, tumsifu Mungu, tumsifu Mungu. Yes, Lord Jesus. Pigia Yesu tu makofi mazuri na shangwe na vigelegele. Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, sema Yahweh, Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako Baba umejulikana kwa mataifa yote. Hey Baba, Yahweh, mara nyingine sema Yahweh, Yahweh uhimidiwe, uaminifu wako Baba umejulikana kwa mataifa yote. Sema Yahweh, Yahweh, uliumba lakini haukuumbwa wewe. Jina lako jemedari ninakupenda, jina lako kiongozi ninakuenzi. Umefuta jina langu kwenye laana, umefuta jina langu kwenye hukumu. Ndiyo maana nakuinua Mungu wangu wewe, maana mimi sipo tena chini ya dhambi. Sema Yahweh, uaminifu wako Baba na mataifa yote. Baba yangu wewe, sema Yahweh, sema Yahweh, Yahweh uaminifu wako Baba umejulikana kwa mataifa yote ya ulimwengu. Yahweh, Bwana Yesu, Bwana Yesu, kimbilio langu ni wewe Bwana, tumaini langu liko kwako Yahweh. Mimi sina uwezo, sina Bwana mwingine ila wewe. Mimi sina uwezo, sina Bwana mwingine ila. Haya, cheza kwa Yesu kimwambia, sema wewe ndiwe, wewe ndiwe msaada wangu, msaada wangu. Sema wewe ndiwe, wewe ndiwe msaada wangu, msaada wangu. Sema wewe ndiwe, wewe ndiwe mabaya, msaada wangu, msaada wangu. Nakuinua, nakuinua Baba wewe, milele na milele nitakuinua, milele na milele na milele, milele na milele we Bwana wangu we, milele na milele na milele, milele na milele nitakuinua. Oh, sema wewe ndiwe, wewe ndiwe msaada wangu, msaada wangu we. Sema wewe ndiwe, wewe ndiwe Baba, msaada wangu, msaada wangu. Hakuna, hakuna, nasema hakuna kama wewe. Oh, hakuna, hakuna, nasema
Wasai makofi. Hallelujah. Amen. 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 We need to make a prayer for them. Amen. Just come. We're going to make a prayer for you as I do this. Pastor Margaret, you can be coming for the announcements. Hallelujah. I've just been requested that we pray for them. And because this is the main work of the altar, let us please do it in Jesus' name. Hallelujah. Yes. Praise God. I'm Prophet Neema, and the Lord has spoken to me. We pray for this gift. Ule msichana ametuambia kuhusu wamama. Wamama tunajua watoto wetu wanapokonywa katika this age. And these ones have been anointed. Let us cover these children. Let us raise our hands, church. May the Lord hear our prayer. Jehovah Father, in the name of Jesus Christ, we come to you this morning glorifying your holy name. You are worthy of all the praise and worship, oh God. Thank you because of these stars that you have brought to us. Thank you for these angels, oh God. Thank you because of the wonderfulness of your making in their lives, oh Jehovah Father. And even this very morning, oh God, we want to embrace them with your glory. We want to pray for covering, oh Jehovah. Let your guarding angels always be with them, oh God, that they may be hidden under you, oh Jehovah, that you may always give cover to these ones, oh God, that have worshipped you in truth and in the Spirit. Father, we cover them with the precious blood of Jesus Christ. May God hear our prayer. May the Lord walk with them in their going out and in their coming in. In the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Tupigie hawa wanafunzi makofi. Wageni wetu na wale ambao wameweza kutumbuiza na sisi kushukuru Mungu na kumwabudu, tunawashukuru sana na mko karibu sana katika hii dhebehu. Mfanye hii kanisa lenu. Bwana asifiwe. Msituonjeshe tu. Muje siku nyingine, na ikiwezekana mfanye hapa nyumbani, manake hapa tuna baba na baba yetu ametulea vizuri na anaendelea kufanya nafsi zetu zinawiri. Bwana asifiwe. Amen. Jina langu naitwa Kasisi Magi na mimi ni mhudumu hapa chini ya Kasisi na Grace Apostle Waruinge. Praise the Lord. Nimebarikiwa kwa hii nafasi. Tutafanya jumbe za wiki. Tasoma kwa Kizungu alafu nitatafsiri. Bwana asifiwe. Tuna tangazo moja ambalo tumetangaza wiki ambayo ilipita na sasa imekuwa ni majuma mawili ambayo imepita kuhusu nakala ambayo iliwekwa hapa kwa sababu ya kazi ambazo ziko katika hii nyumba ili tuweze kuhudumu. Bwana asifiwe. Nakala hizo ziliwekwa pale kwa ile desk ya reception pale ili muweze kujaza, na leo ni siku ya mwisho kujaza. Kwa hivyo wewe kama umeitwa kwa kitengo fulani kuhudumu katika hii kanisa, talanta zako tutazijulia pale. Tafadhali ujaze hiyo nakala ili tuweze kuikagua na pia tuweze kukupatia hiyo nafasi uweze kuhudumu katika hii kanisa. Bwana asifiwe. Kwa hivyo leo ni siku ya mwisho na tunaenda kuzikagua wiki hii ili tuweze kuwapatia majibu na kutangaza viongozi wapya Jumapili inayokuja. Hapo tumeelewana? Tuna tangazo lingine pia. Tunahitaji walimu wa teens. Teens ni wale vijana wetu barobaro wa miaka 13 hadi 19. Bwana asifiwe. Kwa hivyo wewe kama uko pale na unajua umeitwa katika kuhudumia hawa vijana, tunakuuliza uweze kutujulisha, unaweza kuniona ili tuweze kuzungumza katika hilo jambo na tuone venye hawa teens wataweza kushughulikiwa. Bwana asifiwe. Hivyo teens wetu kuna wale walibarehe mwezi huu wa 11 walipasha tohara, na kwa hivyo tunawasherehekea tarehe 12 Disemba. Wazazi
Wangapi walikuwa na watoto walikuwa na barehe? Hakuna wazazi walikuwa na watoto class 8 kubarehe ama kupashwa tohara? Hamna? Kama uko hapo, ningetaka tuonane, manake tuna mikakati tunataka kuweka kwa hao watoto ndio tujue majina yao na tujue namba ni gani. Hivyo hivyo hiyo siku tutakuwa tunasherekea pia members wa hii kanisa. Bwana asifiwe. Wangapi ni members ambao wamejiandikisha na unajua ni member? Group hiyo ingine ni wageni. Wageni wetu. Pigeni wageni makofi. Wageni pia mmekaribishwa sana. Fanya hii nyumba yako na tutakujua tu ukishajiandikisha kuwa mmoja wetu. Ili ukipata hata jambo tunaweza kukushughulikia ukiwa mmoja wetu. Bwana asifiwe. Usikae tu hivyo alafu saa zile umepata na janga ama jambo fulani unataka kushughulikiwa, wewe si mwana kondoo. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tafadhali ukishatoka pale kuna desk ambayo huwa inafanya hiyo usajili wa kuwa member hapa kanisani. Kwa hivyo jipeleke pale kwa desk ujiandikishe. Kwa hivyo members wetu tuna karamu yenu tarehe 12. Situpige Apostle makofi, ametufanyia mambo mazuri. Tuna karamu yenu kwa sababu mmekuwa wema, mmekuwa supportive, mmekuwa watu wa kushughulikia maneno ya Mungu na pia kumtii mtumishi wa Mungu, na kwa hivyo ameandalia karamu mzuri sana tarehe 12 mwezi wa 12. Pia tuna tangazo, tunafungua kanisa, tunafungua branch Molo. Bwana asifiwe. Umeona tumeanza kumea kwa kasi sana. Tunatoka Molo alafu tuelekee Thika. Bwana asifiwe. Wangapi wanatoka saidi ya Thika? Molo. Wale wako na watu Molo waambie sasa tumeanzia kanisa pale chini ya uchungaji wa Apostle Waruinge. Kwa hivyo tujiunge na tuwajulishe. Hiyo branch itakuwa inaongozwa na mmoja wetu ambaye ni kasisi Karanja. Simama kidogo tu. Huyu kasisi amekuwa nasi hapa, amehudumu vyema, na sasa tumeonelea ni vizuri tumkabidhi hiyo branch ya Molo aende kuanzishia. Tunamwaminia na tunajua atazaa matunda na matunda ambayo itadumu. Bwana asifiwe. Amen. Kwa hivyo anytime this week mkimwona msiseme Pastor Karanja amefukuzwa kanisani. Atakuwa ameenda pia kushughulikia maneno ya kanisa, na hivyo hivyo tunaendelea tukimea na tukifanya vitengo fulani. Tuko na pia Christmas ambayo imeandaliwa vizuri na kasisi wetu pia. Tuko na 25th of December ama tarehe 25 mwezi wa 12. Ambia mwenzako hakuna kwenda ushago. Hebu sema kama wewe ni member hapa hakuna kwenda ushago. Kwani mnanyamaza? Mshapanga tayari? Mizigo iko kwa gari? Hapana, lazima tubadilishe. Mchungaji wetu ametufikiria vyema sana. Si ndio hivyo? After karamu ya tarehe 12 basi 25 pia tuko na karamu kubwa sana ambayo tutaifanya kwa uwanja. Uwanja ule tutafanyia, bado tunaendelea na kufanya maandalizi, kwa hivyo tutaweza kuwatangazia. Bwana asifiwe. Wangapi tutahudhuria hiyo siku? Sahani yako tuiweke vizuri. Aya, wangapi tuko hapa? Christmas ya bure ambaye iko anointed, amuitaki? Karibuni sana kwa hiyo karamu pia ambayo tutakuwa tunaendelea. Hivyo hivyo siku hiyo ya 25 tuna watu wa muhimu sana ambao wamekuwa waombezi wetu, wamekuwa wazazi wetu, wamekuwa watu wa kutushikilia sana katika hili dhehebu, wale wakongwe. Bwana asifiwe. Si mshaona tu mchungaji wetu anachunga vizuri, anawapatia chakula, anawapatia malazi, na amekuwa na wachunga vizuri. Sasa pia hiyo siku tutakuwa pia tunawasherekea, tunawatarishia kitu bado ili waweze pia kuendelea na kutuombea na kusimama na sisi. Bwana asifiwe. Ukitaka kubarikiwa lazima utii wale ambao ni wakongwe kukuliko ili uweze kubarikiwa na umri. Bwana asifiwe. Na hii kanisa tumebarikiwa. We are going to have long life kwa sababu sisi ni watu wa kushughulikia wale wakongwe. Bwana asifiwe.
Yeah, our life will not be cut short. Hivyo hivyo tuko na New Year's kesha bado tarehe 31 na hiyo kesha itakuwa ya kufana sana, imeandaliwa vizuri sana, imeanza kuandaliwa, na kwa hivyo pia tujipange, tusiweze kurukisha mwaka kwa klabu ama sijui kwa fulani ama kwa nani. Hata wale wajaokoka leo waokoke ndio tukue pamoja na wao hiyo siku. Bwana asifiwe. Tupange mwisho wa mwaka tuwe hapa kanisani ili tuweze kuomba na kuleta mwaka mpya, kuikaribisha kwa matendo ya Mungu na kwa neema yake. Bwana asifiwe. Hivyo hivyo kesha zetu ziko, na kesha inakuanga siku ya Ijumaa, Friday, na hiyo siku kesha huanza saa 3, na of course watu wanakuja mapema ili kuanza kujiandaa. Na tutakuwa na kesha 2 ambazo ni za maombezi, intercessory kesha zile tunakuanga nazo Fridays, ambazo zitakufanywa mara 2 kwa mwezi, ambayo ni wiki ya kwanza na wiki ya mwisho wa mwezi. Bwana asifiwe. Hizo ni zile kesha huwa tunafanya. Hivyo hivyo bado tuna kesha zingine ambazo ziko hapo katikati. Sasa hizo wiki zingine 2 tutakuwa na kitu tunaita worship experience. Bwana asifiwe. Waimbaji wetu sasa tumeshawajua, sasa tumewakaribisha hiyo siku. Pia waimbaji wengine ambao tutaweza kuwachukua kutoka mahali zingine waje na waweze kushiriki na sisi. Itakuwa ni maneno ya kufana sana. Kwa hivyo hizo kesha pia tujiandae, kwa sababu hii mwezi inakuja tunazianzia sawa sawa. Bwana asifiwe. Evening services ama ibada za jioni zimeregeshwa kuanzia Jumatatu hadi Ijumaa. Bwana asifiwe. Isipokuwa ile siku tuko na kesha kili sasa Monday to Thursday, tuko na hiyo washa wiki mzima ambayo tutakuwa tuna evening service ama ibada ya jioni. Kwa hivyo nyinyi wote mmekaribishwa kuanzia Jumatatu muwe kanisani. Wangapi wamekuwa na hudhuria kama ile washa ilipita? Silikuwa na mafunzo mazuri? Huwa ni ya mafunzo na ni kitu inaweza kujenga roho zaidi. Kwa hivyo tuhudhurie ili tukaribie Mungu na yeye atakuwa kutukaribia. Bwana asifiwe. Yes. Bible study and trainings ama discipleship, tuko na class ambao huwa inaendelea hapa. Wale ambao wangetaka kujiunga nayo pia wanaweza tujulisha kama pastoro ili waweze kujiunga na tuweze pia kuwa train kwa njia ambazo ni za Mungu. Hiyo ni ya kujitolea. Kuna wale wanasikia wameitwa kuhudumu kama wachungaji ama kwa kitengo fulani kanisani. Kwa hivyo karibuni sana ili tuweze kuwafunza, tusome pamoja ili tuweze kufikia ile kiwango ambayo mchungaji na hiyo anointing iko. Bwana asifiwe. Tuko na pia na church band ambayo tumekuwa na praise and worship ya kufana band pia ndio tunataka kutengeneza. Kwa hivyo wewe kama ni mwimbaji katika band, tafadhali utatuona bado ili tuweze kushirikiana na leader wa worship team ili tuweze kutengeneza hiyo band, kwa sababu tunataka kuanza outreach ama kuanza kuhubiri nje. Tunataka kuguza jiji. Kwa hivyo tutaanzia hapa mjini tukielekea nje ya jiji. Bwana asifiwe. Kwa hivyo mtu akijua wewe una talanta ama ungetaka kuwa kwa bandi yetu, tafadhali jiandikishe ama nione. Utatuona na mchungaji ambaye ako kwa praise and worship ili tuweze kujadiliana na kuweza kufanya hiyo kazi ili itimike. Bwana asifiwe. Kuna wangapi ni partners hapa? Bwana asifiwe. Pillars wa kanisa. Partners. Wapigieni makofi. Tunawasihi kwa unyenyekevu sana. Ni vyema sana kama wewe unaweza kuwa na partnership ama ushirikiano wako katika hii dhehebu. Kwa hivyo pia jiandikishe kama partner. Tutakuwa pia na nakala za kujiandikisha pale kwa reception. Uweze kujiandikisha. Wacha tusupport hii kazi ya Mungu, kwa sababu kazi ya Mungu ni kubwa sana. Injili ni bure, lakini gharama iko. Si kweli? Microphone ni gharama hii inashika, sio? Kila kitu ni gharama. Tukianza outreach ama crusades bado ni gharama, na hiyo inahitaji pesa. Kwa hivyo hatuwezi okoka sana tusahau pesa
inahitajika, si ndio? Kwa hivyo tunawasihi hata wale ambao wako nje ya nchi hii, tunawasihi sana wale wako nchi tofauti, diaspora, wajiunge na sisi ili waweze kuwa partners, ili tuweze kujenga kazi ya Bwana. Bwana asifiwe. Amen. Tangazo lingine ni maneno ya shuhuda. Ukiwa una ushuhuda katika wiki, ni vyema unatujulisha mapema, ama hiyo siku ya Sunday mapema unaweza ninongozea pale, alafu tunaweza kukuweka kwa orodha ili uweze kushuhudia. The Bible says we shall overcome them by the power of the blood of Jesus and the testimonies. Praise the Lord. So giving your testimony demotes Satan and also promotes you to the next level of celebrating victory. Bwana asifiwe. Kwa hivyo tusifiche shuhuda, tuje tushuhudie ambayo imefanyika, manake mchungaji wetu ni mwombezi wetu na najua kazi anayoifanya imezaa matunda na matunda makubwa. Sisi ni wana ambao pia tumeshuhudia hayo matendo, na kwa hivyo tunashukuru. Karibu sana uweze kushuhudia ili tuweze kujumuishwa pamoja, na pia unaweza kuweka moyo ama kutia moyo ule mwingine ambaye ako chini kidogo. Bwana asifiwe. Ibada zetu zinaendelea siku ya Jumapili kuanzia 6:30 ama saa 12:30. Tuna maombi hapa ambayo inafanyika, tukiendelea hivyo worship, intercessory, alafu pia na testimonies. Kwa hivyo unakuja mapema ili tuweze kujumuishwa pamoja na tuweze kushiriki pamoja ili tuweze kuendelea na kuenjoy uwepo wake. Bwana asifiwe. Mungu awabariki na watende mema. Mfanye hii dhehebu kuwa kanisa lenu. Tuendelee na kuombea mchungaji wetu na wachungaji wengine na pia uongozi wa hii kanisa katika jina la Yesu. Bwana wabariki. Amen. God bless you for the announcements. Zimesikika vizuri na zimeeleweka. Bwana asifiwe sana. Wakati nataka kualika kiongozi wa praise and worship team tupeleke to the next level tunapojiandaa kusikia neno. Amen. Amen. Tumpigie makofi for the glory of God. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Salamia tu mwenzako, mwambie karibu katika nyumba ya Bwana. Amen. Na kama uko na miguu tafadhali tusimame kwa jina la Yesu. Ule kijana ako wapi? Heshimu kitu yenye Mungu ameweka ndani. Amen. This guy is wonderful. Na Mungu akubariki sana. Kitu tutafanya, utasimama tu hapa, mpatie mic moja. Mpatie mic moja. Huyu ndiye atakaribisha apostle na worship. Amen. Apostle huyu kijana ako na kipawa sana. Amen. Na tunashukuru Mungu. Tuimbie wimbo ya mwisho tu tukiabudu, alafu tuende kwa sifa. Yenye umeimba ile ya mwisho. Inueni tu mikono yenu katika jina la Yesu. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu na sema sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe Baba una nguvu namna hii. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe. Sijaona kama wewe ajabu Yesu. Una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe una nguvu namna hii. Una nguvu namna hii. Yesu sijaona kama wewe
kubadili Yesu, umeweza kubariki Baba, hakuna kama wewe. Umeweza kuinua watu wako, umeweza kuwavisha nguo za heshima Baba, wewe sijaona kama wewe. Una nguvu Baba, sema sijaona kama wewe. Inua tu Yesu kimwambia hakuna kama wewe Baba. Yesu sijaona kama wewe Baba, wewe sijaona kama wewe. Una uwezo wa ajabu Baba. Mara nyingine sema sijaona Yesu, sijaona kama wewe Baba yangu wewe. Yesu sijaona Baba wewe. Yesu sijaona kama wewe Baba. Una nguvu namna hii. Oh Yesu, asante kwa wema wako, fadhili zako ninashukuru Baba, asante kwa wema wako maishani mwangu Yesu. Asante Baba, oh ninashukuru, sema tu asante Yesu. Asante kwa wema wako, nazo fadhili zako Baba. Inua tu mikono yako juu, mwambie asante kwa uhai wangu Baba. Yesu nasema asante, asante, asante Yesu, nazo fadhili zako maishani mwangu ninashukuru Baba. Inua tu sauti yako wakati ambapo mtumishi wa Mungu anakuja mahali hapa. Nena tuna moyo wako, inua tu sauti yako mbele za Bwana. Mwambie Yesu, nataka siku ya leo unifariji. Yesu, ninataka unifariji huu moyo. Ninataka uninenee mimi Baba yangu. Nina maswali mengi ambayo ninahitaji kujibiwa. Baba, nifariji siku ya leo. Baba, nipe majibu ya maswali ambayo nimekuwa nikijiuliza. Baba, matatizo ambayo nakumbana nayo Baba, kupitia neno na mtumishi wako siku ya leo, utakayemtumia kunena Baba, wacha uje siku ya leo kwa maisha yangu. Wacha hilo neno linilishe Baba, katika ulimwengu wa roho nikashibe Yesu. Reba zaka tayanda reba bosia kwa jina la Yesu Baba. Oh, na fadhili oh Baba, inua mikono sema asante Bwana, kwa wema wako na fadhili zako Baba. Oh Yesu, inua mikono sema asante, asante kwa wema na fadhili zako. Nasema asante, inua sauti yako mwambie Bwana, na fadhili zako ninashukuru. Asingelikuwa Yesu tungelikuwa wapi Bwana? Kwa wema na fadhili zako Bwana Yesu. Amen. Baba, tunakushukuru, asante kwa sababu ya kila kitu. Asante kwa sababu ya neema ya Mungu juu ya nabii wa Bwana. Tunapoenda kumsifu Mungu, tunakutukuza na kuheshimu katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Mpe Bwana makofi mazuri. Mpe Bwana makofi mazuri. Haleluya. Huyu kijana si aishi milele. Wacha wivu, aishi milele. Haleluya. It is good to accept. Haleluya.
It is good to accept, na tunaomba Mungu ampande hapa. Anasema amemaliza form 4. 3 days ama? Kumbe bado uko tu. Haya, inua mikono juu. Inua mikono juu. Nataka to celebrate Bwana because our time is almost there. And then the apostle is in the house. Let's celebrate the apostle and the prophet of God. Hallelujah. Piga makofi. Na mjue jina Reverend tuliacha City Stadium. Jina Reverend tuliacha wapi? Ambia mwenzako Reverend tuliacha City Stadium. Tuliacha stadium. Wewe ongea na mtu sema Reverend tuliacha City Stadium. Si ati kwamba Pastor Magi amekosea. It is all right. Amen, you are right. So jina Reverend tuliacha City Stadium. Grace imeongezeka. Sasa Reverend tunaweza patia Beatrice ama wewe. Inua mikono juu katika jina la Yesu. Hallelujah. Inua tu mikono. Tuko tayari kumsifu Bwana. Na tuna congratulate Pastor Karanja for the new branch. Amen. Ngoja kwanza. Wewe unajua kufungua branch church si rahisi. Haki. Wewe unatesekea kwa hiyo kibanda ya nyanya ndio kwa maana huwezi fungua ingine. Lakini branch church ni kitu ya maana. Amen. We celebrate Pastor Karanja in the name of Jesus. Together with your wife. Amen. Amen. Na tunaomba Molo ikubali kwa jina la Yesu. Amen. Tunasema Molo ikubali kwa jina la Yesu. Amen. Haya mikono juu. Mikono juu. Nataka tupeperusha, fungua tu anga. Wewe usijali, fungua tu anga yako. Fungua tu anga yako. Asema tu nabii wa Mungu atakapokuja, miujiza yangu itendeke. Kitofu yangu ikatike. Ya Kirinyaga, ya Bungoma, ya Nyeri ikatike. Peperusha tu mikono, sema tu kitofu yangu ikatike katika jina la Yesu. Mikono umeinua juu, mikono umeinua juu. Nataka nitahesabu 1, 2, 3 upatie Bwana shangwe na vigelegele. Inua mikono juu. Inua mikono juu. Jitabirie, jitabirie. Hallelujah. Haya 1, haya 2, haya 3 wapi shangwe. Bado mikono juu basi. Mikono juu kila mtu hata huko nyuma. Inua tu mikono. In few minutes the apostle will be in the pulpit. Inua tu mikono, peperusha. Peperusha, 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 peperusha. Mungu akufungulie milango ya ng'ambo. Mungu akufungulie milango yako. Kitofu ambayo imekulaani ikatike katika jina la Yesu. Haya 1, haya 2. Kama utaweza ruka ruka. Kama utaweza beba mtu beba. Kama utaweza beba kamera beba, lakini usishikwe. Wewe beba tu, inua mikono, inua mikono, inua mikono. Haya 1, haya 2, haya 3. Yahweh, Yahweh usifiwe. Yahweh, Yahweh usifiwe. Inua sauti yako. Yahweh usifiwe. Yahweh usifiwe. Yahweh wapi makofi ya juu.
Inua mikono yako usifiwe. Mungu wa Isaka, Mungu wa Ana usifiwe. Ninakupenda, Yahweh usifiwe. Haya mikono juu hivi. Inua mikono kila mtu. Unacheza na maringo tu, manake Yesu anasifiwa. Mungu wa Ana, Mungu wa Elia usifiwe. Ninakupenda, Yahweh usifiwe Baba. Nimemwona Bwana anapendeza, asifiwe. Ninamjua, Yahweh usifiwe. Haya, watu walipenda rumba, cheza tu polepole tu. Watu walipendanga rumba ile wakati. Cheza tu polepole, usiwe na haraka. Sasa karanja rumba leo. Ninakuinua, ninakubariki usifiwe. Yahweh usifiwe. Hakuna kama wewe, wewe ni Mungu usifiwe. Ninakupenda, Yahweh usifiwe.
Wakikuyu mnasemaje? Wakikuyu mnasema nini? Wakikuyu sijawasikia. Wakikuyu mnasema nini? Semeni kwa sauti Wakikuyu. Sijawasikia bado, twende. Wakikuyu wanasema nini? Wajaluo wanasema nini kwa nyumba? Wajaluo wanasema Yesu malo. Yesu malo malo. Yesu malo malo. Yesu malo malo. Timelele, timetulube usema na bebo. Kapia mwenzako mikono. Timelele, timetulube usema na bebo. Timelele, timetulube usema na bebo. Kapia mwenzako mikono kwa jina la Yesu. 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 Lekele. Bwana apewe sifa. Amen. Tuko tayari kumsifu Bwana. Amen. Nina siri naye Yesu.
anifanya niwe kwa amani ninayodhiki, yanifanya niwe jasiri. Oh, haleluya, hivyo ndivyo huwa unaburudika nikiimba hosana, amen. Oh, yaniburudisha, haleluya, nikirukaruka nikiimba hosana, amen. Imani nayo siri, nina siri naye Yesu, yanifanya niwe jasiri kwa amani nayo dhiki, yanifanya niwe jasiri. Oh, yaniburudisha, haleluya, nikirukaruka nikiimba hosana, amen. Oh, yaniburudisha, haleluya. Gaimonana na mutugi wa Israeli, morenga yorenga na dohatago, niondo wagwa kwa kunenena na tawaiga, niko baiteka kumia na gogo. Gaimonana na mutugi wa Israeli, morenga yorenga na dohatago, niondo wagwa kwa kunenena na tawaiga, niko baiteka kumia na gogo. Hey!
Thank you.
ona wagakwimenyerera mutheru ona ciothe igatwarwo na kĩguũ nĩũndũ wakwa ndagwĩta ona wagakwimenyerera nĩ mũira wa ngoro iria nino maitarĩkata ĩtigĩri na wathĩki atiria maya gwĩthima ĩthimio menyekana nĩguo tiria maya gwĩthima atiria maya gwĩthima kwĩriguo ĩthimio menyekana nĩguo no mũtheru agũta Isiraeli kuma kũ merwo atĩa endani twende Zayuni twende endelea. Nishike mkono Bwana, nishike mkono Bwana, nishike mkono Yesu, nishike mkono Bwana, nishike mkono, nishike mkono Bwana, nishike mkono Yesu, niongoze Bwana, uniongoze Baba, uniongoze Bwana, uniongoze Yesu, uniongoze Bwana, uniongoze Baba, uniongoze Bwana, uniongoze Yesu, siwezi bila wewe, siwezi siwezi Baba, siwezi bila wewe wewe Baba, siwezi Bwana Yesu, siwezi bila wewe, siwezi Bwana wewe Baba, siwezi bila wewe siwezi Bwana sema ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana ni wewe Bwana Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, ni wewe Bwana, ni wewe Baba, ni wewe Baba, ni wewe Bwana, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili unastahili kuabudiwa.
Asanti kwa wema na utukufu wako. Sisi ni chombo, ni vyombo tu tumekuja kusanyika hapa ndio uweze kuzungumza na watoto wako. Ukanishike mkono, ukanielekeze na hata ukanipe maneno nitakayozungumza na watoto wako. Mafundisho nitakayoyanena yawe yana mwongozo wa Roho Mtakatifu. Ukanishike mkono. Nitumie tu kama chombo, maana mimi ni chombo dhaifu, ninahitaji msaada wako. Nielekeze katika maelekezi yako peke yako na ukanifaulishe. Pia wao wamekuja wakiwa na malengo tofauti. Wamekuja wametarajia kuona uso wako. Wakumbuke kwa njia ya kipekee. Ni katika jina la Yesu Kristo naomba na kuamini. Katika hali msikae tu katika hali ya kusimama tu. Nilikuwa nimeona wanajeshi wanapo pass out ile parade. I was watching on one of my sons akipita kwenye parade. Soldiers wengine wote walisimama when there was a pass out. Praise be the name of God. Meaning we are the soldiers. Are we not the soldiers? Can we sing together? I am a soldier. I am a soldier. Can you sing louder? Army. I am a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. Can you back? I am a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army. I'm a soldier in the army of the Lord. The body. Weitaine demodigali, weitaine demodigali, weitaine readeso. Thank you. So I want the board to come with me. Join us. Stand here. Where are you going? The board to come and join me here as we want to see off our able Reverend Karaja. John Karaja wa Duati. Nego? Yes, John Karaja Duati, as he's going to open a new branch in Moro. And we want to send him as a church. Neko motomatwa motomake, aende atuwakilishe na Mungu amubariki. So the board stand behind, yuko nyuma. Hivyo kwa sababu I want to strengthen the board because all management issues, decision making will not come from pastors but from what? From the board. We want Karanja ameenda huko, nothing, hakuna kitu kitashake hapa. Hata akienda afike huko Mungu amutume Kitale, nothing will shake. The church will remain intact because I want to kill the one man syndrome mentality where mimi ndio pastor, mimi ndio guitarist, mimi ndio nini. Inaitaka one man guitar. That once it has to die here. Kama ulikuwa unajihisi unaona wewe uko very important, this has to die. Bwana Yesu asifiwe sana. Because I want to go and open, naenda mwezi wa 4 naenda kufungua kanisa Sweden. Already it's ready. Now nikienda hiyo mwezi moja ama 2 nitaenda. Nikumaanisha kanisa mtaenda alafu nikirudi murudi. No, we must support strong men of God. This is not a man's outfit, it's a God's outfit. And it must be run the way God wants it to be done. Negwo? Si ndio? Hata ukinichukia nichukia tu. So personally I want to congratulate Reverend. Amekuja tukiwa kule City Stadium, amekuwa hapa. Ameongoza kanisa, nimemtesa kidogo ndio nione uvumilivu yake iko namna gani. Some of the mateso nilikuwa nafanya deliberately na kunyima pesa, nione utakasirika aje. Itodu arathie kule adu regi athia hote arakari ahige kanitha nathi. So you must understand this person. Anaenda ni soje unatuma ama ni mtu wa sereraki. You have to make your people be strong like you. Bwana Yesu asifiwe sana. Labda ulinichukia wakati moja au mwingine, but hiyo ni sawa. Nichukie tu, lakini umepita mtihani. The most important thing, umepita nini? Umepita mtihani. If you're a good father,
you behave like a leopard. Bwana Yesu asifiwe. Najua leopard ikizaa watoto inawanyonyeshanga 1 week or 2 weeks, alafu inapotea. Inaenda 2 weeks. Watoto wanawachwa wanajaa, hakuna kitu. Alafu inakuja inanyemelea saa 12 asubuhi. Inakuja pole pole, alafu inatoa mgurumo. Kuna tule tuna confront mama yake, na kuna tule tunatoroka. Tule tunatoroka tunaitagwa keromi. Bwana Yesu asifiwe sana. Twetagwo keromi, tuturaga ni keromi. Nituonaga tuhiana tunyau tuliariaga gukona guku barabara-ini. Lakini ile ina confront mama yake, hiyo sasa ndio inakuwa leopard. Ndio yetagwo kale. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. So that is my training. Mnajua historia yangu, mimi ni mugeke, nilikuwa mugeke. Mimi ni komanda ya kutrainiwa kwa mugeke, na professionally nimefanya military training. Nilikuwa gorilla huko DRC. Bwana Yesu asifiwe sana. Na professionally mimi nilikuwa mwizi, nilikuwa mkora, nilikuwa kila kitu. So you are dealing with a person mwenye kuvuja hivi hivi, na lazima mtu yule natuma lazima abebe bego yangu aende akafanye huko, kwa sababu kitu ya kwanza wataulizwa uko chini ya nani? Ya Waruinge. Waruinge wale wa mogeke wakakuhigura mogeke huko. Sasa asikie hivyo, si atabadilisha aseme aisha ni tutire hamwe nake. Lazima aende huko asimame. Kitu ya kwanza introduction, mimi naitwa Dora Waruinge. Wacha na apostle kwanza. Dora nani? Aliyekuwa kiongozi wa kundi haramu. Mnaanzaka hivyo. Na wale ambao mmekuja hapa mmedanganyana, mmeenda kuona mtu Kenyatta Hospital, lakini mmekuja kutafuta muujiza, hiyo muujiza hautapata. Mwambie msee mimi nimeenda kwa ule mtu alikuwa wa mugeke, aliokoka. Na akiitikia niliokoka, wachana na yeye. Kama akatiki, wachana na yeye. Akiitikia sawa sawa. Maana hakuna mtu ako na geji ya kupima kiokoko. Na mimi nawabiaga, mimi sijaokoka 99%. I'm now 5% only. Sema 5%. Kama ulikuja kwa mtu mkamilifu, forget about that. Enda utafuta wakamilifu. Mimi niko 5. Bado natafuta uokovu. I have not gotten him. I'm still looking for him. Wachana na wale wanalala matuini wanakuja asubuhi. Hapana, mimi si wa nyinyi. Kama wewe ni wa mtu wa kulala biguni jioni unakuja asubuhi hapa, mimi sina mahusiano na wewe, na sina huduma yako, na sina mafuta yako. Mimi nataka yule amelala hapa na akaamuka hapa na ameamuka na jaa, tunaulizana tukitokolia ke tuina gaturugi na mikoro. Wagapi wamekula mikoro hapa? Niga na male ya mikoro ya gima. Yes. Sasa nyinyi ambao ni wasera la kimuliwekewa chakula, unawekewa hapa chakula na kidole ama na kijiko, huwezi kuwekwa na kidole kwa sababu utagojeka. Sisi tulikula matanuko. Ndio tualile matanuko. Mama yangu alikuwa anatafuna disi, anatafuna alafu na shoa kwa mdomo, ananiweka kwa mdomo. Ndio naona niko barubaru. Woge hutyo nekafura kanini no kwa jako ine ina goko. Ndio na mbedumekerete mafura na hana ni atumia na niguo kurugarugetwa goko kuma na urugari. Na ndageruta ginya furana. Kwa sababu ni mtu wa nini? Wa sereraki. Hii huduma si ya watu wa sereraki. Hii ni mapambano. Hii ni military. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni nini? Ni military. Tukae kimilitary. Sikanatigwa my sister. Yes. Hii ni military na tukae gumu. Udhamaki wa igoro. Kuma higwa John mufatirania. Ilifanywa nini? Inakamatwa kwa nguvu. Hii ya kupatiwa hapa, patiana hapa kwingine ni wakati hauna solution. Wakati unatafuta kanjia kakutoroka. Na unaona watakushida, sasa patiana hapa. Lakini kama una uwezo wa kupita na wao, pita na wawili watatu, uende kama pita. Ministry ya Peter ndio ina thrive Catholic Church. Kwa sababu alikuwa na paga na akaambia nitakuonyesha kazi ya nini? Ya hiyo paga weka. Kama Yesu alimwambia tupa paga. Yesu alimpeleka mahali keherini akamwambia sasa, kwa nini ulikuwa umebeba paga? Akamuitia kamati ya roho chafu. Alimuitia kamati ya roho chafu? Hapana, alimwambia nitakuonyesha kazi yake. Yes. So karaja. Kenyabe gurathime. Nigetha umenye ndi baba mwega. Ti baba wa gitunguru, ti baba wake. Kaneta kwa te baba?
The board will watakuescort, watachagua watu wawili watakuescort huko. They will make sure mahali unalala ni pazuri, kitanda utalalia mzuri, sufuria utapata mzuri, kikombe utapata mzuri. Everything will be in order. Na niletewe report niambiwe mchungaji amewekwa vizuri. Na hiyo ikuwe ndio culture yetu. Sio kuambia aende. Mimi baba yangu wa kiroho alinipatia speaker, na ile speaker igani area ile na ile hizo ndizo alinipatia bili, na akanipatia keyboard. Za kwanza niliuza pombe, nilikunywa pombe. Hata saa hizi kwa baa ile niliuza, nilikuwa naenda na bia, nikawaadikiana zote zilikuja pesa fulani, nikaambia nitakuwa nikikunywa pole pole mpaka wakati itaisha pale gong. Lakini baadaye tena akanifuata, akanipatia zingine, nikapatia mama mwingine na kuaga huko Dadora. Tena akanifuata, akanipatia zingine. Hata mimi sitakuacha, nitakufuata mpaka usimame. Kwa sababu ile kitu nilikuwa nafanya ni kukataa hii mwito. Nimeng'ang'ana na Mungu for 7 good years. Mpaka akanifinya, nikafinyika. So kwa sababu sitaki ufinyike personally as your spiritual daddy, I give you a check, my personal check. Hii si ya kanisa. Nikirathimo ndakurathima, that is 25,000 shillings. God bless you. That's my personal check. Hiyo ni cia kumuthimuria gitunguru mukihariria na mama, na nijue no ende ko ni mu biashara, no ende kuiga kanyamu hau. Yes, tondu uyu ni murawi wa biu. Aya matirutaga wira. Ndahiana tani. We ndari aruta. Ni aruta. Ni waruraga iguru. Nyita. Adi aruta ari omwera ciha. Bwana asifiwe sana. Mungu wa mbinguni akubariki. Na njia zote zile za kishetani zizikuone. Mirango yaku ihikuke. Andu magwitikire. Teri wa moro gwitikire. Kiraji amoro na andu othe moro magwitikire. Ndukanagia na mikana. Moro ni ititwo thakame nyingi. Thakame ya moro ndikana kuigigie. Ugie na kirathimo, uthereme, witikirike, na ugie na matunda. Kuhikuke branch. Moro nimo iretagwo Moro Parish, which is Nakuru County Parish. Ngai akurathime. Na akuhe andu akurugama nawe. Akuhe utonga munene. Akuhe makari manene. Akuhe favor. Ginya thamaki akou magwitikire. In Jesus name. Amen. So simama tu. Kuna kachupa nilikuwa nayo. Ilienda wapi? Niletee chupa ya mafuta iko kwa meza yangu. Kibia baba. So simpigie pasta Karaja. Hapana, unaenda wapi? Hale leo kana appointment. Hale tio leo raigiraga ofio. Hale leo kana appointment. Ukahoya rutha ta thiko 3. Kahura thimu kauga ni urenda kunyona. Kana tigwo guthiaga. Ethia kure. Kihege gukura ri etagwo mwanake. Etagwo mwanake niki? Anaitagwo mwanake kwa nini? Ni kwa nini mwanake? Ni mwanake. Droyo guo. Riu agi marada tukamundu mugima eragwo mwanake. Nanyita kirathimo giki thio gathereme. Bwana Yesu asifiwe sana. Kashifa kaka ni kanini muno, gatikoigana, no ne kanene muno gukira. Ndukanendia maguta. Ndukanabange miujisa wa maheni. Ndukanabange undu nigetha wone mbeca. Ungikahuta urathimo uke, no ndukanatunye mundu. Ndukanandikire mundu message ni undu wa thina. Ndukanandikire mundu kaundu ona kariku tondu ni wagite kwa thoguo kwire indo nyingi. Ita maguta maya. Kiu nikio kirathimo. I think board mtampatia sound system, speaker, microphone na zile vitu zitajika. Alafu I think ni Magi watawasidikisha mpaka Moro ku make sure umekaa vizuri. Nego.
Mutikimuhurira karuhi. Alafu tukimaliza ibada ama tukiendelea na ibada, chukua bahasha tu yake. Usitoe muhodhi kwa karaja. Hapana. Muhodhi ni kwangu. Unaweza kuwa na kachai kidogo ya kumubariki. Usimupatie. Utalete uandike jina bahasha karaja. Utakuja uyekelee hapa. Baadaye kwa hiyo service nyingine tutamkabidhi. Ndugu, thank you. Thank you. God bless you. God bless you. Asanteni sana. Next January, February tunafungua branch ya Thika. You may be seated now. January, February we are opening branch ya Thika. Na March we shall be opening branch ya Mombasa. March, mwezi wa March. Alafu mwezi wa 4 mwezi wa 4 na wa 5 ninarudi naenda Sweden na nina kufungua branch huko na Dubai. Ile branch yetu ya Dubai is speaking well. We are doing very well. Tulikuwa tumetatizwa kidogo na makaratasi huko. Unajua huko ni kwa Waarabu. But tumesucceed sasa. We are ready to go. So Beatrice, sijui kama utaenda kwa Waarabu. Kule urugali mwingi muno. Thank you. Fungua kitabu ya Psalms 129. Leo tunakata kitovu. Si ndio? Tell your neighbor, cut the cord. Watu wa Masai wana manga, nimewaona. Tuko taongea, ndio tupangane. Na manga tunaenda crusade ya Matwendi? Tunaenda Matwendi? Tunaenda na manga. Bwana Yesu asifiwe sana. Now we are already starting a Nairobi tour. Nigeuzie hii. A Nairobi tour ya kuzunguka mitaa yote ya Nairobi. We'll be having, zinaitagwa si crusade, zinaitagwa hiyo kidogo kuliko crusade inaitwaje? Yeah? Outreach. So I'm expecting as many as possible from you wa enroll wale watu wa outreach, na tunaanzia hapa Marigiti. Bwana Yesu asifiwe. Tunaenda kuchukua, tuliletwa vijana wengi na Mungu hapa, nikaachia watu kadhaa hapa wakawafukuza wote. Tutaenda tena tuwachukue, si ndio? Kizima ikizikwa unaenda unafukua, unachiba hiyo ingine, si ndio? Mathika gethima mugathikuria, mathika mugathikuria. Tunaenda hivyo na tutaongozwa na dada yetu hapa anaitwa Tadirikani aletwa. Yeah? Yvonne ni rafiki yangu sana. She works for the police force na ni mwimbaji, ako na kipawa cha kuombea watu mpaka kanza wanapona. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Tulimwagilia mafuta hapa Sunday. Yes, ako na uwezo. Kwa hivyo tutatengeneza band ambayo utaongoza. Mimi nataka hiyo. Unajua ya keda huko inataka watu wakali. Si makurutu kama Don. Ndio muende kule nje tutangaza injili. Sasa kameenda. Kamefanya nini? Ni kuenda sasa. Niko diereu. Hallelujah. Kwa wageni wetu, God bless you, welcome. Na kwa board, thank you for the good job you are doing. Nimefurahi sana. Si mnaona siku hizi nimepumzika. Hata nilikuwa nahubiri na stress, marakasiriko mingi. Sasa unaona natulia tu kama mzee. Au niho mundu amenyaga ni aje gukura. Hage na hiyo na muendelee na hapo. Mukanyagie tu hapo. Board, umesikia? Kanyagia tu hapo. Tuende mpaka tutengeneze kanisa ya Mungu safi na watu waweze kubarikiwa. Na kwa kila branch ikuwe na board, tuna manage. Church itakuwa ikimanagewa by one organ, so that we have kama hilo naonanga ya kina PCA, akina Oyedepo, how they run the outfits. Mundu wa Ngai, kama tugeithia ndo niko kuheka hida mudhekewege. Salimia tu wapi wa Mungu. Ni pastor ametoka ni Roiro. Ametoka Roiro na ni mke wako? Yes, mbele tu niko muheka hida. No, na madherete. They are smart. Any other pastor mwenye ametutembelea? Inua tu mkono wako juu. Any other pastor mwenye ako na sisi?
ambaye si wa hapa. Thank you, thank you. Kuna mtu hajaokoka hapa? Ungetaka kuokoka, inua mkono wako juu. Kama yule amevaa kofia, unajua ni kwa maana hajajua kanisani kunatolewa kofia kwa sababu hajakuwa kanisani. Kuja tu okoke. Kuja tu nikuombee wokovu. Kuja tu. Najua hujaokoka. Kuja. Kuna mwingine hapo katikati? Hapa kuna mwingine? Kuna mwingine hapa angependa kuokoka? Yes, kujeni tu. Kujeni tu. Hii maneno Mungu amesema itafanyika tu. We will not be preaching. Come my brother. Nilikuwa ulikuja mapema sana. Karibu sana. Nani mwingine? Kuna watu wengine wawili hapa. Watu wawili, wanaume ni wawili. Ni wewe kuja. Na kuna mwingine mmoja. Kuna mwingine mmoja ako kwa hilo. Hapa ako hii laini. Laini hiyo ya nyuma. Kuja tu, usiogope. Hujaokoka. Unahitaji Yesu. Ndio tuanze hii safari pamoja tuende vizuri. Yes. Kiokoko hata kwa tukihubiria watu waokoke. Hapana, kusimama tu hivi watu wanakuja. We are beyond kushinda tukihubiri kama mstari kamoja. Unajua hii kiokoko hii ya kuhubiri kama mstari kamoja. Na ile wanasemanga and Jesus wept. Hallelujah. Yesu akalia. Akafanya nini? Yesu akalia. Atiagekatia. Jesus wept and he wept. Hiyo mambo hiyo tuachane, kama mstari kamoja kanapanuliwa kanakuwa Biblia 3. Let's teach the word. Sit down, be taught the word of God. Si ndio? Be taught the word of God. Wachana na hiyo sarakasi ya one word inatengeneza Biblia mzima. No, we don't want that. You have to be taught. Why I was strong in Mungiki ni kwa sababu niliwafundisha. Niliwakalisha chini nikawafundisha. Na ndio mpaka sasa hivi unaonanga bado Mungiki natishia. Because they were taught. If you are taught the word of God, if you are taught the word of God, nobody can shake you. Siwezi kukuletea, nilikuwa nakugojea. Nilijua tu utaamuka tu. Na kuna mwingine hapa mmoja tu. Just one, a lady. Come. Duwe nangojea. So when you are taught the word, you become strong and nobody can shake you. Ndio naonaga na edaga, mnanionaga na bodyguard. Au utanipata wakufanya nini? Mimi ni jeshi kutosha. Jaribu niguse uone. Niguse. Atedemo hona kuda nitakunyorosa na bado tuendelee na Yesu. Kwa nini? Because nimefundishwa I am a strong pillar of my own self. That's why you will not see, because I believe in my God. Niko chini ya mwamba, mwamba juu yangu. Yesu nifiche. Mwambie adui zangu. Yesu nifiche. Kama niko chini ya mwamba, why do I need a bodyguard? Why do you need a chase car? Leo nimekuta amefunga marathon huko na nini. You change, you get into a motorbike and you come. And that is okay. That is your God. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Niweje tarehe ile? Niwe na ngoja. Kuja tu. I'm waiting for you. Ako hapo karibu na naona hiyo pila hiyo. Karibu hiyo raudi hiyo. Acha nitume malaika hapo amsanya akuje. Kuja tu. Ulikuwa na motivation ya kutaka kujiua. Life is too difficult for you. Msianze kuleta hiyo mchezo hapo. Yeah? I'm waiting for you. My brother, what's your name? Are you saved? No. Come. Yes. Wewe nimefanya nini? Weka hai. Inua mikono yenu juu. Sema, Bwana Yesu, mwana wa Mungu aliye hai, naomba msamaha wa dhambi zangu. Nitakaze kwa damu ya Yesu Kristo. Nibadilishie majina yangu ambayo yaliandikwa kwa kitabu cha mauti
kutoka leo, Yesu nitakufuata. Shetani, sina mahusiano na wewe, nitamfuata Yesu. In Jesus name. Baba, katika jina la Yesu Kristo, ninakuletea watoto hawa ni wako. Ninavunja nira zote, foundation zote za kishetani. Maneno yaliyonenwa juu yao ya kishetani, ninayavunja katika jina la Yesu Kristo. I break every cord, every authority that emanates from the demonic forces. I break it. I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Semeni amen. Nendeni mkae pale mahali nitakaa nikiwaona. Thank you. Nimechukua pete yako kwa sababu iko na maneno ya shetani mingi. Hata hiyo nitolee. Na hiyo bago hiyo, wacha hiyo ya Amerika, hiyo ingine. Hiyo yako hiyo. Hiyo ni LGBTQ. Nitolee tu. Nipatie. Hizi watu tunafugagwa na hizi vitu. Kuna mtu ako na ambake? Uko nayo? Unajua mimi najua hii kitu. Unajua nilifundishana. Najua mnajifanyaga hatuko na nyinyi. Na naona wengi tulikuwa huko. I was your boss. Tell your neighbor, cut the cord. Cut the cord. What is the cord? The umbilical cord. Bwana Yesu asifiwe sana. Muniwie radhi leo, nataka tuende pole kwa taratibu, because I want to correct a mistake, because this is where the problem started. Katika the cord, that is where the problem started, and that is where the challenges, makosa ya maisha yako yalianzia hapo. Mahali mlikosania na wazazi na baraka zako ni hapo. Mahali mlikosania na dunia ni hapo. Mahali mlikosania na community ni hapo. Mahali mlikosania na kila kitu. That is why you are struggling until today. That is why huduma umejaribu haifanyi kazi. That is why umefanya kila kitu. And today I want to debunk, to destroy, and to bring it down, that which has been an obstruction to your life. Some of us tunafikiria tunasema tulirogwa, lakini hatukurogwa. Ni ile makosa ilifanyika pale. Maana kitovu ni nini? Kitovu ndicho kimekushikanisha na mama yako katika tumbo. Kitovu ndio kilifanyika kukulisha chakula. Kitovu ndio kilifanyika kulete oxygen. Kitovu ndio kilifanyika kulete dawa iliyokutibu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mama alitafuna chakula, lakini ikaingia ndani ya tumbo, ikabadilika, ikafanyika dawa. Na kuna laini ambayo ilitumika ndani ya kitovu kama ya dawa. Kuna laini ndani ya kitovu iliyofanyika kama operation ya oxygen, ndio kwa maana haukukufa. Na kuna laini ilitumika kwa sababu ya chakula chako. Sasa ukiwa ndani hauna tatizo. Ukiwa ndani ya tumbo, there is no challenge that you meet. Not unless kuna external problem or challenge, ndio nasikia mtoto alikufia kwa tumbo. Na ukitafuta sana utapata it is an external challenge. But internally God has taken care of kitovu chako. God has taken care of you. And God has given you every advantage over everything that exists. Mama yako anaweza kuwa na malaria, lakini wewe hauwezi kupata malaria. Mama yako kama mfano, wale ambao wamepitia katika changamoto ya ukimwi, lakini wamezaa watoto. They never give birth watoto ambao wako na ukimwi. Umewahi kujiuliza hivyo? Umewahi kujiuliza? Baba na mama walikuwa na ukimwi, lakini mtoto aliyezaliwa hakuwa na ukimwi. Maana ile mahali anaweza kupata ukimwi ni wakati wa kutoka. Lakini inside the stomach there is none. Hakuna kitu kinaweza fanya mtoto yule apate na ugonjwa. Because God has taken care of everything in your life. Ukiwa pale ndani ya tumbo, connection yako na kitu inaitwa fetus
na umbilical cord yako ndani, kuna ulinzi wa kibinguni ambao uko ndani. Maana unaishi kwenye nyumba uko ndani for 9 months, unazunguka huko, unakaa huko chini, unasikia tu mama akisema nimepigwa teke, unasema kiunike hii. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini life is perfect. There is no challenges in life when you are in the stomach of your mother. But challenges zinakuja afterwards because of many reasons. In the book of Psalms 129 verse 4, the Lord is righteous, he has cut the cords of the wicked. The Lord is righteous, he has cut the cords of the wicked. Meaning, once you come out as a human being, maana ukiwa ndani hauitwi binadamu. Kuna jina unaitwa, na wasomi wanaita jina gani? Wale tumesoma inaitangwa fetus. But the Bible now comes and tells us life begins at conception. Meanwhile, the scientists na watu wa abortion wanasema life begins at birth. Because at birth, that is where they misdirect. At birth, that is where they give conditions. At birth, that is where they misdirect the word that is preferred for you. Maana walisema utabarikiwa, walisema wewe utakuwa nabii, walisema wewe utakuwa president, utakuwa kiongozi, utakuwa tajiri. Lakini ulipokuja hapo wakatika kuzaliwa, wakabadilisha, wewe ukakuwa kitu kingine ambacho hakikuwa kwenye mpango wa Mungu. All of us, we were good, we were blessed. Maana we carrying the blessing from heaven. When you lived in the stomach of your mother, you lived a blessed life. There were no challenges. Hakukuwa na njaa. Huko nje kuna njaa, lakini huko ndani hakukuwa na njaa. Huko nje kuna kiangazi, huko ndani hakukuwa na kiangazi. Everything was working well. Until the day ulizaliwa. Until the day ulikuja dunia hii. That is the time challenges zilianza. And you know, man is a bad person. Human being, we are bad people. Because mtoto akitoka ndani anatoka kama amenyamaza vizuri. Lakini out of our own creativity, unainua kamguu kamoja alafu unararua kama tako na kofi. Pia ati ndio kapige ukajulishe kamekuja kwenye dunia iliyo matatizo. Because unamwambia the world now, this is how you are going to face it. It is a word of rearrangements. The word of reorganization. The word where we are going to face many things in your life. And that problem, ndio nakuta wengine wameibiwa, huko Pumwani wameenda kuuzwa. Can you imagine somebody selling a baby? Bwana Yesu asifiwe sana. Why will you sell the baby? Because there is a lot of inhumanity in the people who are doing that. Because the mother that was left without a baby alikaa 9 months expectant, and maybe alikuwa amestruggle miaka ya kama 6, 7, 8 akitafuta yule mtoto, kisha anapoteza yule mtoto. Because there is a reorganization. The challenges you are facing, they did not start with you at stomach. They did not start with you wakati uliingia kwa tumbo ya mama yako. Because the Bible says in the book of Jeremiah 1 verse 4, before you even got into the womb of your mother, he knew you. He sanctified you and he set you apart and ordained you to become a prophet unto the nation. Therefore, whatever that follows you later, there are challenges. Maana Jeremiah alikuwa ordained, sanctified and set apart. But wakati alipatiwa responsibility, alimwambia Mungu, mimi siwezi, maana mimi ni mtoto tu. Meaning kuna program imewekwa ndani yake ambayo haikuwa. Akiwa kwa tumbo ya mama yake, there was a different program. Lakini wakati alizaliwa, another program came. And this is the program that makes us make decisions that wrong our life completely. These are the programs that make us misdirect our directions. Reverend Karanja alikuwa ameordainiwa kutoka kwa tumbo yake.
na alikuja Nairobi akafungua kanisa, akajoin kanisa zingine, lakini Mungu akamtoa huko akamleta kwangu, na alipomleta kwangu na Mungu amemtoa hapa amemteleka kwingine. Mimi nilitangulia tu huko Moro, tukafanya crusade na wakafuatilia wakapata washirika. Saizi tuko na washirika zaidi ya 100 ambao wanaongojea Karanja afike. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the steps are preordained. God has a plan for you. God has a good plan. And say, I got good plans. For what? For you. Not to destroy you, but to make you strong. So in every incept of every life of a person, there is a good plan. Unfortunately, there is also a bad plan from the enemy. And the enemy will want to destroy you, using that which brings you or brought you to the earth. Every entry, and I'm going to look at the code as an entry, kama lango. Bwana Yesu asifiwe sana. I'm going to teach today based on code as an entry, ama kitovu kama mlango wa kuingilia. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mlango usipofungwa na kulindwa unavamiwa. Kwa hivyo kama ni entry, lazima tuangalie ni wapi matatizo yako yalipanyikia. Ni wapi challenges ambazo uko nazo sasa, where zilitoka. Maana kuna mahali zilikujia. Lazima kuna mahali. Na mahali hapo ni kitovu. Na ndio tabari a code is a door to the ancestral spirits. Code is a door. Ni mlango ambao unapitishia maagano ya mababu, maagano ya jamii, maagano ya kikabila, maagano ya kidini, maagano ya wazazi, maagano ya wachawi na wasinzi. The cord. When the baby is being cut the cord, ule mchanganyiko wa damu yake na ya mama yake na maji ya mama yake ndio isababisha mtoto anagonjeka ukimwi. Lakini akiwa ndani ya tumbo yake hangepata ukimwi. Bwana Yesu asifiwe sana. It is a door that gives life. It is a door that gives leeway to all manner of sources of life. Ni mlango ambao unafungua chembe chembe za kila aina katika maisha yako. Unapo kitovu kinasababisha unapata connection ya guka, kinapata connection ya shosho, inapata connection ya auntie na anko, inapata connection ya mchanga. I'm going to explain it much later. It is, if not controlled, it results to various inlets, good and bad. Meaning, the umbilical cord needs to be controlled. Ndio maana Mungu alitenga watu ordained, wanaitwa wakunga. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakunga ni watu wa muhimu sana katika maisha yako. Mkunga anaweza kufanya ukafaulu ama kufanya usifaulu. Mkunga ambaye anakuona mara ya kwanza, kuna maneno anaachilia. Na akiachilia maneno ya ubaya, ubaya utakufuata. Akikuachilia maneno ya uzuri, uzuri utakufuata. Na ndio tunapata kuna vitovu aina mbili. Kuna kitovu ambacho kimetoka nje na kuna kitovu ambacho kimeingia ndani. Vitovu vyote viwili vina maana yake na vina nguvu zake. Bwana Yesu asifiwe sana. Ni vinatumika aje? Hiyo ndio nataka tuende tukiangalia. How was your umbilical cord disposed? Maana wakati kilikatwa, it was disposed. Where was it disposed? Because that is now the beginning. Sasa hapo ndio tumeingia the beginning of your challenges. How it was disposed, it speaks until today. Where it was taken, it is still speaking. Who took it and where was it taken? That is where now we have. The rest hiyo history ingine ya huko juu, hiyo ni historia. Now hapo ndio maneno inaanza mzuri. Wali kitovu chako kiko. Kuna vitovu vingine, how was the umbilical cord disposed? It is either through mothers, wazazi wa mama, they dispose it. How? Kuna wamama na mila na tamaduni zingine, mtoto akikatwa kitovu hicho kinachukuliwa na mama,
kinakaushwa, kisha kinawekwa mahali, kinawekwa pamoja na vitovu vingine vya watoto wale wengine. So when your grandmother will come, atakuja because kuna neno anataka kunenea kile kitovu, ataitisha vitovu vyote vya watoto ndio avizungumzie na aachilie neno kuvihusu. Bwana Yesu asifiwe sana. Kama nyumba za waganga, vitovu hivyo vinawekwa pamoja, kisha vikiwekwa pamoja, kuna yule sasa the family leader, ama yule muganga, ama the spiritual leader of the family. He has the control. Ndio unapata watoto wakienda, hata waende Amerika, waende nini, kuna power that controls them from home, because kitovu chao kinashughulikiwa na mama mzazi pamoja na the leadership of the family. Those are some ni mila fulani, mila za watu wengine. Pia wengine wanakula, wanakipika, wanakula. Bwana Yesu asifiwe sana. They eat it. So it depends on which tribe are you from. There are tribes that they eat the umbilical cord. There are tribes that keep the umbilical cord forever. Zimewekwa mahali, zimewekwa za watoto wote wa familia, na zinakuanga kama ashirio ya mwelekeo wa kifamilia. Ndio na umekuja umeokoka kanisa hii ambayo ni kanisa ya kiroho, lakini unakuta matatizo hayakuaji, maana kuna kitovu chako kimewekwa mahali fulani na kilinenewa jambo fulani. Bwana Yesu asifiwe sana. Hicho kitovu, kwa sababu yasa kuingia katika ulimwengu wa kiroho, kupigana na katika ulimwengu wa kiroho, you disorganize, you disturb that territory, that kingdom. Na ndio unapata unakuwa na shake up katika maisha yako, because there is a king somewhere in your family. There is somebody that is holding you. There is somebody that is controlling your business, controlling your marriage, controlling your ministry, controlling whatever that you do in your life. Maana kitovu kimeshikwa na shosho ndiye ameweka. Aliweka kwa kusudi gani? Aragia mialiweleko. Bwana Yesu asifiwe. Wakati wanakutana wale ambao wanainua madhabahu, wanaitisha vitovu vyote, ni nini walifanya? Ni maneno gani walizungumza? Maana kuna maneno walizungumza, na hiyo maneno ilizungumzwa mpaka sasa inakushikanisha. Maana kitovu mpaka milele na milele ndiyo kimekushikanisha na mama yako na damu ya kwenu. Hello. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka munisaidie kuhubiri leo. Msikue serious sana. Najua it's a very serious topic and I don't want to make a lot of noise ya kurukaruka. Nataka nikae mzuri, najua kamera lady kule amefurahi leo. I want you to get it right, because this is where we made mistake. Mahali walipeleka kitovu yako, walipelekea nani? Mahali mama yako, and it's very important uende uulize mama yako, kitovu changu kilipelekwa wapi? Ndio uelewe. Kule walipeleka, ni nani amekuweka? Ni anko yule atakangi kukuona, ni anti mwenye atakangi kukuona, ni shosho ambaye anakuanga muganga, ni shosho ambaye anakuanga mchawi. They are speaking to it. They are emanating, kuna power fulani wanatumia into witchcraft. And others, part number 2, others apart from the mothers, others bury, wanazika. Korea dhigira waku odhiketo, wengine wanazika. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kwa hivyo kitovu kingine cha pili, kuzikwa. Kilizikwa wapi? Na kile kimezikwa kina connection gani na maisha yako? Ndio naonanga wakati mwingine ninawaitisha mchanga. Maana mchanga wa kwenu kule ulizaliwa ndio kitovu chako kilizikwa. Na kilizikwa kikanenewa nini? What did they, walipokuwa wakizika? Ni watu waliozika, ni maanti waliopenda mama yako, ama ni maanti waliokuwa na chuki na mama yako? Ni maanti ama ni wakunga waliokuwa wachawi, ambao wameona kamtoto kamezaliwa kashaini kazuri, kalio na nyota nzuri, wakadecide kukafunga. Maana mtoto ufungwa wakati huo. Walizika wakatoa maneno gani? Kwa wale ambao tumeenda kwa waganga, vitovu vinapelekangwa huko. Ule watakudanganya wamezika, lakini watachukua wapeleke kwa muganga, iende ikafanyike dawa ya kafara za kiuganga. Ndio unapata watu wengi wamepchukwa na mwenda wazimu wakifika age fulani.
Unakuta biashara umejaribu kufanya, it is not working. You've started the ministry, nothing is working. Because there is an attachment between your cord and the soil where you are born. And where the cord is buried. Kuna mahali wamezika. Kuna maneno gani yanazungumzwa huko? Guka wako alikuwa muganga ama shosho yako alikuwa muganga? Ama mama yako, unajua guka anaweza kuwa muganga lakini mama yako alienda Ukambani ama alienda Meru ama alienda kwa Wakikuyu, nowadays Wakikuyu ndio professional, akaenda akanunua. Zamani tulikuwa tunasema akamotene kama Mukamba, lakini siku hizi Wakikuyu are professional. They are better than Wakamba. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa tukiingia tukifanya search, tuanze search, hatuwezi kosa vidito kama bili hapa. Tutigia na ni si Mukamba, ni Mukikuyu. Ukienda Marigiti ama mahali popote, wafanyi biashara wote ambao wanafanya biashara wako na gedito kwa suruali amefungilia. Sasa mama yako alibadilika, na hiyo ndio ardhi ambayo mnaishi, na huko ndio kitovu chako kilifu. Na huko ndio alipatiwa gedito akazika kwenu kwa hiyo shamba yako. So wewe na gedito na kitovu chako kinazungumza lugha moja. Hakuna siku utafaulu. Hakuna siku utaendelea, maana kuna kitu kimezikwa. Kitovu chako kimezikwa pamoja na gedito, imezikwa pamoja na uchawi. Kuna wengine nyanya zetu ama mama zetu walikuwa wanaamuka asubuhi, hata saizi wanaamuka asubuhi wakifagia nyumba ile jiko, alafu anakaa kwa jiko, anasimama kwenye mawimbi yote, anakojolea jiko. Ama ninaongea yangu? Ni ukweli. Wanakojoa katikati ya jiko, anazungumuza maneno. Anapokojoa kwenye jiko, ana maneno anaachilia. Maana it is not a coincidence ati ameshikwa na mkojo akakosa mahali pa kwenda. It was programmed. Alifagia, wanafagianga wakirudisha kwa jiko, kisha anaheta dhuruale, anakaa hivi anaachilia. Baka anachimba kashimo hapo ndani. Alafu hiyo kitu sasa ndio anakuja anaweka kuni, anaakisha moto, anawapikia chakula nayo. Bwana Yesu asifiwe sana. So where will you go and succeed? You will never succeed. Hakuna siku hata moja. Na huko ndio kitovu chako, labda walikizika katikati ya jiko. Maana hawa ni wachawi. Walikizika kwa shamba, mahali wanaenda wamezika kedhito. So utakuta mchanganyiko ya maisha yako. That is why it's very important. Ukinunua plot, uende ukijenga, kabla hujaanza kujenga, nenda tafuta historia, uelewe hii shamba ilikuwaga ya nani. Waje kulipa, ukilipa ndio lipa. Ama ni broti maguta lipa, ni mzuri. Lakini nenda utafute kabla hujalipa. Try to find the history. Wachana na title. Wachana na title kabisa. Ni mzuri, utafanya search baadaye. But before you make any engagement, try to understand who was the original owner of this plot. Who was the original owner of this land? Huko kwetu tunaishi Umasaini, utakuta kutoka Gong, kutoka pale Kilarapon Karen, upande baka Rogai, ilikuwa shamba ya watu 4. Ulikuwa na Kedienye, kulikuwa na mwingine anaitwa sijui nani. They were only 4 people. Walikamata kutoka Karen, wakaenda baka Kitengera, ilikuwa shamba ya watu 4. Na hawa watu baka sasa, ukienda wale watu tunaishi padi hiyo, utajiri tuko nao, lakini huwezi kutoa hiyo utajiri upeleke kwingine. Kwa sababu kuna mambo walizungumza. Walikamata anga yako. Wameshakamata. Na walikamata namna gani? Wewe umekuja, umeingia huko, umezaliwa huko ama umezaa huko. Kile kitovu chako kiko huko, na ndicho walinenea. Walipo zile ng'ombe wanapotoanga kafara zile zao, kile kitovu cha ng'ombe, ile ligira wa ng'ombe, ndio wanatoa, wanafanya mikataba. Wanafanya nini? Wanafanya agreement. Wanasema tumekamata, mtu yote asiwahi kuchukua urithi ama utajiri wetu. The land belonged to 4 people. But now the land belongs to thousands and thousands of people. Na saa hii Wamasai wameanza kuinuka huko juu wakisema tuliwadanganya tukachukua shamba kwa bei rahisi. Maana those days walikuwa wanauza eka moja shilingi 20,000 na wanakuongezea na kuota. Saa hizi kuota hiyo imefika 20-30 million. Sasa ana imagine, na wameuza mashamba yote, wanakaa kwa maploti.
Na wanaona sasa ni nani? Ni Wakamba, ni Wakisii, ni watu wengine wamemiliki shamba ya mababu zao. So they go to their shrines to invoke, kusema hakutoki kitu ketu hapa, utajiri huu haitawasaidia. And this is used through the cord that relates you with the soil. That is why they are able to speak a word that controls over you. Otherwise, if there was no relationship, they will not be able to curse you. I can only curse you if there is a relationship between me and you. I can only curse you because you are my spiritual daughter or my spiritual son. Otherwise, there is no way I can be able to curse you. I can only curse you if mimi nimekuzaa, wewe ni mtoto wangu, ninaweza kuachilia neno na likakushika. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So there is the relationship ya udongo, ya mchanga, mahali kodi yako ilizikwa, ndio inatoa power ya wewe kufikiwa na laana kama hiyo. Ile maneno yote wametoa, ama kafara ama madhabahu ambayo wamefanya kule, wamefanya matambiko ya ng'ombe na mbuzi kuchinja, kisha wanachanganya na hiyo dhigira hiyo ya ng'ombe, then it will be able to speak, because there is a relationship wewe na dhigira ya ng'ombe yao na ile mchanga mahali umekaa. So before you pick this land, understand the history behind it. Understand what kind of people were here. Ni wa Maasai. Kama sasa Molo tunakuanga na shida, where I come from Molo, but we have ever had problems until nilienda crusade juzi kuvunja hicho kitovu. Maana Molo ni jina la Kimaasai. Majina mengi Kenya ni ya Kimaasai. Nakuru ni Maasai, Nyahururu ni Maasai, Nyeri ni kijina ya Maasai, hapa Ukambani Kangundo ni kijina ya Kimaasai. And wherever they went, they raised altars. Waliinua madhabahu yaliyoshikamanishwa na udongo na kitovu. So Moro ni ugonjwa ilitokea huko ya foot and mouth. Bwana Yesu asifiwe sana. So because of the disease, they named the town Moro, a foot and disease name. And since inception ya Moro, tumekuwa na vita vya kikabila. Watu wa Moro wamekuwa ni Wakibisi. Wakibisi wale wako hapa wote Nairobi, wale hawana nyumba wako Korogocho, wako Kariobangi, wako kule Ruai, all of them they are from Moro. Bwana asifiwe sana. Why? Because there is a name associated with them. Foot and the mouth. Watu wa Moro hapa wanakuwa na mingi sana. Hata kucontrol politics za Kenya ndio wana control. Hallelujah. Nikiongozwa na huyu mtu ametoka huko. Sasa jiulize nilitoka wapi mpaka Kenya mzima inanisikiliza. Ni Moro, foot and the mouth disease. But we lived unstable. No, watu wa Moro wakitoka nje wanatajirika, lakini wakirudi Moro wanakuwa maskini, because there is a disease associated ya foot and the mouth. Mmenielewa? So in every places where they went, they did hawa wazee wa huko. Wakikuyu na wao mahali popote walienda waliinua madhabahu. Wakamba nao mahali popote walienda waliinua madhabahu. Wajaluo waliinua madhabahu. Kila kitu, kila kabila ilikuwa na matambiko yao. Na hiyo matambiko ndio sasa control over you. Hallelujah. Ndio inasababisha ufaulu ama ukose kufaulu. Ndio inasababisha miondoko yako ikuwe ya kurudi nyuma. Unakuta mnafanya, familia yenu iko na bidii, familia yenu imesoma, but there is nothing to prove, to show for your education. Familia yenu inajulikana ni watu ambao wanaanzisha kitu. Unakuta kuna mtu hapa kazi yake ni kuanzisha. Akianzisha anakuja watu wale alitafuta mmoja wakakaa chini akawaelezea vision. Baadaye miaka miwili wanagang pamoja wanamtoa. Tena naenda kutengeneza ingine, because there is an agent of evil power, evil altar speaking against you. So hiyo ni ile kitovu ambayo imezikwa kwa shamba. It controls your destinies, controls where you go. Anything associated with the soil, it controls your destiny. That is why you either make it or fail. Hata ukitoka hapa uende uandikwe White House,
kama kuna printing firm ya pesa White House, na uambie wewe ndio utakuwa ukihesabu, na ukihesabu kuota ya hiyo pesa unabeba, na kitovu chako kiko na umaskini, bado utaendelea kuwa maskini. Utakuwa na pesa, unakuta you make 1 million per day, you spend the entire 1 million per day. Kuna watu tulikuwa tunatokota, kuna siku nilikuwa naokota pesa, I used to collect 5 million a day, but kesho asubuhi nitakuwa na shilingi 10,000 ama 15,000. Nimepatiana pesa zote. Pesa zilikuwa zinapitia kwa mkono yangu mingi sana, until when I came to discover that there is an umbilical cord that speaks against me holding pesa. Kama kitovu kilizikwa kwenye mchanga, na kitovu kile kilichozikwa kwenye mchanga, kuna neno, mchanga wowote ndio unachika baraka yako. It is the soil. How? You are the soil. Mwambie mwenzako, I am the soil. Mwambie look at me. Mwambie look at me. Mwambie hiki kitu unaona hapa, huu ni mchanga. And that is the beginning of your failures and the beginning of your successes. Tulisoma kitabu cha Jeremiah 22 verse 29. Inasema, O earth, O earth, O earth, write this man down as childless. Ni Jeremia alimwambia mchanga, hear the word of the Lord. Sikiliza neno la Mungu. That write this man down as childless. Andika huyu mtu ati ni mtu ambaye hatazaa. Childless means business will never accept you. Childless means anything you start will not work. Childless means that you will not be successful in anything. Utakuja hapa, unajoin ministry hii, unakuwa pastor na unakuwa successful. The day you walk out there, inaanza kuanguka, because you are not allowed to have it, but you can support. Kuna watu wako hapa unaweza kufikiria wao walitengenezwa wakiwa servant. Yaani kazi yao alizaliwa ya kusaidia watu kufanya kazi. Kuna watu wako hapa, yeye kazi yake, yani ukimwachia responsibility anaanza kulia because hajui ataanzia wapi. Lakini mkikuwa naye anakupatianga mawaidha venye itaenda, na inaenda vizuri, because kuna kitu kilizungumzwa ndani ya maisha yake. O earth, O earth, O earth, write this man down as though is childless. Hata faulu. Kwa hivyo hata maoni yake akiyaweka kufanyisha kazi, it will not work. Akiwa na mipango yoyote, it will not work. But akiajiriwa, unakuta hiyo kampuni inainuka vizuri sana. Akiajiriwa kwa kampuni ama hospitali, ama akikuja afanya kazi hapa, unasikia hata watu wote wanasemaga, keto hujerio more than pastor fulani. Kwa sababu neno akitolea hapa, anatoa neno mpaka mnasikia msisimuko. Lakini mupatie kanisa, aende azishe, anakuja na kuambia ni kwa litoha. Unamuuliza ile neno ulikuwa ukitoa ilienda wapi? Ni kwa sababu kuna kitovu ameandikwa ya kwamba hata hakuna siku atafaulu. Imeandikwa kwenye udongo. Yani Jeremiah aliambia udongo, listen, mudhagteri, listen to the word of God. He never spoke to the soil, Jeremiah himself, but he spoke the word of God. He told Jeremiah, listen, thikiriria kuma kuri Ngai, kiugo kia Ngai. Sikiliza neno la Mungu, uandike. Mchanga ukaambiwa andika. Sio uweke kwa akili yako, andika ndio usije ukasahau. Bwana Yesu asifiwe sana. So kama walichukua kitovu chako wakakipeleka kwenye mchanga, kisha wakanenea mchanga, basi hakuna siku hata moja utafaulu. You will be struggling. Ile kitu utakuwa nayo ni malumbano. And number 3, tumeona ya kwamba there are some communities that eat the umbilical cord. Of course hata mbuzi zio wanakulanga, ng'ombe wanakula. So kuna watu pia wanakula. It is delicious. Hello? It is very delicious. Yeah? Is it not delicious? Is it delicious? Hello? Is it delicious? Tell me yes or no. Is it delicious? Yeah? Is it delicious? Nimeona siku hizi mmeanza kuwa wajanja.
Ukisema ni delicious ungetuambia how. Bwana Yesu asifiwe sana. And lastly but not least, others, they grind it. They dry it and they grind it. They mix with concoctions. They dry it, they grind it. Then wanatumia concoction. Wana mix pamoja. Kisha wanapaka mtoto kwenye utosi. Unaitangwa utoso? Duototia. Wanapaka mtoto hapo kwenye kichwa chake. Meaning wamekamata the brain. Na hiyo inatumika na waganga. Wamekamata the brain. Na hiyo ndio inatumikanga sana kubadilisha watoto. Mtoto wako alikuanga number 1, all of a sudden unakuta amekuwa number last. Na ni nini ilifanyika? Mtoto wako sasa mwenye anakuaga last aliambiwa iba jacket ama kitabu ya huyo mtoto anakuaga number 1. Kisha wanaipeleka, wanatumia hiyo, wanapaka hiyo kitu. Kitabu unasikia kesho imepatikana, imerushwa chini ya desk. Unachukua hiyo desk ama hiyo kitabu ambayo imepakwa hizo mavitu. Mtoto huyo akichukua, definitely kwa siku lazima ataguza mkichwa yake. Inakuwa transferred. Sasa mtoto wako mwenye alikuanga namba 1, unasikia amebadilishanwa, amekuwa last. Na huyu mwenye alikuwaga last anaanza kuwa namba 1. Ndio mnaambiago zungumzieni maneno ya baraka kwenye watoto wenu. Maana kuna njia nyingi ambao wachawi wanafanya kuchukua. Kuna mtu anaweza kuja tu akuangalie kwa macho tu hivi na achukue kazi yako, achukue ujuzi wako. Unasikia yeye ndiye anafaulu, wewe ndio ulianzisha, ama wewe umeandikwa kwa kampuni, maono yote ni yako, lakini wanaonufaika ni matajiri wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unasikia kila kitu ni wewe, you are the brain behind this, but the works is being done by somebody else. The beneficiaries ni watu wengine, because there was a connotation. Your brain, your relationship ya kitovu chako kiliibiwa, kinatumika na watu wengine. Kuna watu wako na maono, akikupatia maono yake, akikupatia vision ile yako nayo, unauliza wow, watu kama hawa wanapatikanaga wapi? Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini mwambie afanye hiyo kazi, it will not work, because the brain behind, the brain that is supposed to activate, the soil that is supposed kukubalisha kuendeleza maono, imechukuliwa. No, you are blank. Kwako watu wanakuona ni kama uko na kitu, but ukienda kuguza unakuta hakuna kitu, ni layer iliwachwa, lakini everything has been taken away from you. Bwana Yesu asifiwe sana. So this one controls control. Once this year grinding and mixing, control the stealing of talents. Nakuta mtu alikuwa talenti kubwa, lakini wanaotumia talenti yako ni watu wengine, because there is a spirit. Kuna kitu kilitumika, kikaibiwa, kila kitu ikabebwa, ikapelekwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Also the use pia inakaushwa, inatumika as charms. Now let's go. Naona mumestuka sana. Hello, are we in the same church? If you're in the church, lift up your hand. So go and ask your mother, your umbilical cord ilitupwa wapi? Kama ilitupwa kwa sewage, ilitupwa choo, what does that tell you? That it is in a stinking area. That is where you are normally stinking. How was it handled? How was your umbilical cord yako? How was it handled by your parents? Aliirusha kwa choo. Iliporushwa kwa choo, what does that spiritually say? You are stinking. Imeflashiwa na mafi, imewekwa ruai pale. Na ukumbuke pale kwa ruai ndio utakuta nitakuja kuwafundisha, kuna vitoto vingi sana vimerushwa kule, na kuna watu wanaendanga saa 9 usiku kutafuta hizo vitoto, because vitoto hivyo vya kutolewa mimba zinaendanga kufanya sacrifices. And ruai ile ya sewage ndio leading in East and Central Africa, where many people utakuta mapajero na maprado usiku wakingojea kutolewa hizo vitu ndio waende wauze ama watolee kafara.
So what do they look first? Ni kitovu. Maana kitovu ndio huzagwa, kinatumika kama nini? A link of a charm to make them successful. Bwana Yesu asifiwe sana. So it's very important for you, go ask your parents, where is my umbilical cord? Where was it buried? Digira wakwa weko. Hallelujah. Kwa wale wasapiri. Hallelujah. Let's look at the book of, I'm taking you slowly, ndio tuelewane vizuri. Ephesians 3. I want now to connect what is the spiritual relationship between the spiritual relationship of the cord. How is it related in heaven? Hallelujah. Chapter number 3. We'll start there from verse number. Let's do verse number 6. This mystery is that the Gentiles are fellow heirs, members of the same body, and partakers of a promise in Christ through the gospel. Of this gospel I was made minister according to the gift of God's grace, which was given to me by the working of his power. To me, though I am the very least of all the saints, this grace was given to preach to the Gentile, to the unsearchable riches of Christ, and to bring to light for everyone what is in plan of the mystery hidden for ages in God, who created all things. What is the relationship? What is the cord between man and God? This message was given to the writer of this gospel, to him through Christ, that connect to the message and the gospel of God. So Christ is our cord to the relationship of God. For us to extract the blessings of heaven, you need to have a cord. And this cord is who? Jesus Christ. Therefore, the connection of an umbilical cord, brings the connection between the spiritual world to the physical world. And when you have the spiritual world speaking on your side, then you will have succeeded and won the battles of the earth. But again, if the cord that connects you is evil, then there is nothing from heaven that will come to you. Just umbilical cord represents a divine lifeline connecting the unborn. That is, when you are born again, it means that you have a connection that connects you with the heavens. That every blessing that you receive, they are in heaven, yet we are here on earth. Therefore, the same thing with the umbilical cord, that yako mwenye ulitenganishwa. Wakati walienda wakatenda wakafanya maneno kuhusu your umbilical cord, they disconnected you. When you are disconnected from Jesus Christ, you are disconnected from the heavenly blessings. You need to be reconnected with Jesus for the heavenly blessings to come alongside you. Just as the umbilical cord is. When they took it and they buried it or made it a charm for their works, you are disconnected completely. Unakuwa umetenganishwa kabisa na baraka zozote ambazo zinaambatanishwa na utu. Hallelujah. Tunaendelea. Sitaki kukimbia haraka, nataka tuende polepole. Naona mmeshangaa na mmestuka. Hallelujah. Hii kanisa si mzuri kwa sababu haisemi pokea. Don. Mkae chini na board mtengeneza kisomo moja ya pokea. Hapa I don't think mtakuwa mkifurahi sana. Kwa sababu we need to set ourselves. And that's why my topic today is cut the cord. What is the spiritual meaning of the umbilical cord? We have dealt with it. But what is the spiritual meaning of the umbilical cord around the neck?
si mnasikianga kwa Wakikuyu alizaliwa akiwa nayo kwa shingo. Me personally, I was born with it, ambayo ilikuwa ni chain, ni kama mugathe, but ni mugathe ya nyama, inakuwa kama chain, ni chain kama ile mama amevaa pale, lakini ni kanyama kamezunguka. Hiyo, what is the spiritual meaning of it? Kwa sababu kuna watoto wengi wamezaliwa nayo na kuna watoto wengi hawajazaliwa nayo. So I want us to delve deeper into it so that you may understand the concept behind the umbilical cord and what is the meaning of the umbilical cord when you find mtoto amezaliwa akiwa naye kwa shingo. Maana wengi wenu mulizaliwa, na wale watu wako Mathare 90% walizaliwa hivyo. They are not medical cases, they are spiritual cases. So if you understand this message, go to their parents and ask them to go retrace where they hiyo nini iko. When you find a child ako na hiyo imefungwa kwenye shingo lake, is because that child got leadership. It's a sign of leadership. Wale wote ambao wamezaliwa wakiwa na hiyo, it is a sign that they are leaders. Most men and women of God, pastors, bishops, those people who are real from God, wachana na wale wa kwenda kusomea, those real from God, those called from God, they have it. Is only the secret ya wamama hawa wataficha, maana hawataki kuitanishwa kuambiwa hiyo ni kitu ya ushetani. But haina ushetani. It is godly. When I was born, nilizaliwa kwenye hospitali moja iko Bomet, inaitwa Kaplong Hospital. The father that was there kept it and gave it back to my mother. Meanwhile, all the nurses ambao walikuwa huko walitoroka, maana walisema kumezaliwa kajini. Maana hata behavior, nilitoka na miguu na nilitoka ni kama nilikuwa nataka kuogea. So all the people that were there disappeared. But a father, a Luo father, ambaye alikuwa anaitwa Ezekia Agunyo, alichukua na akapatia mama yangu na akamwambia mama yangu, linda huyu mtoto. And he gave me his name, Hezekiah. My name is Hezekiah for those who doesn't know. I was given by that father. So had it been ningekutana na father mbaya ama mtu mbaya, mama yangu hangeambiwa. Challenges could be more. Although challenges zilikutana na mimi because at some point mama yangu aliokoka ile kiokoko yenu. Na akaanza kusema hiyo maneno si mzuri. Na akaanza kwenda sitaki kuitanishwa na kitu kama hiyo. That is why nimekuwa kwenye mungiki. Nimefanya hiyo maneno yote. Nimeenda prison 52 times. Nimepigwa risasi mwili wangu hapa mara 12 imepita. Bwana Yesu asifiwe sana. Nimehukumiwa hata kunyongwa. Nimefanywa mambo mengi. Nimeenda kwa waganga, nimeenda kwa wachawi, hakuna mahali sidaenda. Hata kule kwa Freemason, imagine nilikuwa nimeenda kuiba kwa shetani because I was not acting normal. These kind of children, they are not normal. Na ukiwaangalia mko wengi hapa na waona mko hapa, you are not normal people because you have something that is extraordinary, that is not like any other. Na maisha yako inakuwa complicated. Watu wanaonanga ni kama unaenda, ni kama hauendi. Hata wewe mwenyewe ni kama unaenda, ni kama hauendi. You are just there. You live just alive. You cannot understand yourself. Na ukiona mtu kama huyo, na kama wewe ni namna hiyo, waacha kuligia watu. Wewe tulia tu, Mungu akuendeshe vizuri kama ameendesha Beatrice, amemwendesha vizuri. Sina na Beatrice sasa amekuwa mzuri. Because Mungu unakubalisha. You don't force them. Wakati nilijua mambo ya Beatrice, I can't go forcing Beatrice at kuja. Rudi hapa, hapana. You move backward and let the will of God be done. And pray for her. If the umbilical cord was stolen by the witches, irudishiwe yeye. If anything that was taken away from her, ilichukuliwa, irudishiwe yeye. Ndio aweze kusimama imara na asimame kwa njia ambayo ni dhabiti. Bwana Yesu asifiwe sana. So the umbilical cord, the missing of the umbilical cord causes you to be distracted from life. Maana kuna another force that was connected with the umbilical cord. Ili connectiwa. Walinena maneno ya fail. Walinena maneno ya wewe kugonjeka. Ya kunena maneno ya wewe kutofaulu kwenye maisha yako. So therefore nothing of you will ever work because there is a relationship. Mahali umbilical cord imezikwa na umbilical cord zina connect. Na mchanga ndio inakupatianga utajiri. Sasa ziki connect, there is nothing that will come out of you. Even the leadership
will not come out of you. Mimi nilingangana tu, nikangangana, nikapelekwa jela hii, nikapelekwa ingine, lakini jina ilikuwa inapanda tu, jina ikapanda. Baka wakati nimekutana na Bishop Harrison, ndio tukaanza kuangalia hiyo maneno, ndio tukaenda, nikauliza mama yangu, kitovu changu kilipelekwa wapi? Akanielezea venye kilikuja, venye kilienda, na mpaka wakati huyo daktari alimpatia. Lakini mama yangu kwa sababu alikuwa kanisa hii akaidepended, akaenda kaambiwa tupa. Bwana Yesu asifiwe sana. Aliambiwa tupa. Sasa sijui kama ilikuliwa na umbwa ama ilikuliwa na paka ama ni nini ilikula. Maana hata ile ilikula, it has a direction of your life. Kama ni umbwa ilikula, ndio nakutaka watu wengine wanabweka tu kama umbwa. Maana the direction ndio hiyo ilipelekwa. Kama ilichukuliwa na mama ambaye ni mchawi, ni mganga, ndio nakutaka unafanya usherati na hutaki. Yaani unajikuta tu na shida. Kuna mama mwingine nilikuwa naongea naye hapa, akaniambia mimi sijui, najikutaga tu. Yaani hata nikijaribu kujitoa, ninajitoa kabisa. Lakini mahali nitaenda kushuka nikae chini, lazima kukuja mwanaume. Na akikuja lazima nitajipatiana. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. So these children, they got leadership. As a parent, you should pay attention to this spiritual message. Pay attention to your children. Mtoto akizaliwa, just pay attention to you mtoto. Taka kujua huyu mtoto waamushi ya ratia. Huyu mtoto alikuja aje? Alikuja na miguu, alikuja na mikono, alikuja na bega moja, ama how? Ni formula gani alitumia kukuja? Bwana Yesu asifiwe sana. So as a parent, prepare your child for the leadership. Ukiona ako nayo. Number 2, this child, they got elements of prosperity. They grow. Hello. They got prosperity in them. It is a sign that the child will become prosperous. Ukiona amezaliwa na hiyo, this child will become prosperous. And number 3, I want to go a little bit faster because time is not on our side. Number 3, they got anger issue. Wanapenda makasiriko. Hawa watu wanapenda makasiriko because the destiny they are carrying, the devil will always want to destroy it through anger. Ndio unakuta anakaa hapa, unampatia, anakaa. Wakati anaenda kubarikiwa, ndio unasikia anasema hata hiyo kazi sitaki. The day he was to be blessed tomorrow, ndio unakuta anasema hata mimi sitaki, nilikwenda wewe sio. Na anatoka, na anasema sitakuwa nikikuja. Na inakuwa ni hivyo. Na saa hiyo unakuta watu wameanza kubarikiwa because the season ya Mungu ilikuwa imekaribia. The child will suffer from anger issues, the need for a lot of care and love. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Therefore we need a lot of care for them and a lot of love. When history research says that watoto ambao wako na anga lakini wameonyeshwa upendo mwingi na care mingi, hiyo anga yao inarudi chini. You are able to manage the anger. And therefore when you manage the anger of that person, what happens? That which is in him will grow unperturbed. Bwana Yesu asifiwe sana. Will grow nini? Unperturbed. Number 4, these children are very intelligent. They got the intelligence in them. It is a prophetic sign from the universe that the child is going to be intelligent. Watoto wa namna hiyo wako na intelligence, wako na maarifa isiyo ya kawaida, wako na ubunifu. Na ndio nakutaga wengi saizi wako kwenye madawa, na wengine wako kwenye machang'a, na wengine wako kwenye banki. Bwana Yesu asifiwe sana. Because the intelligence in them is super. It is super. It's powerful. They think like they are not normal people. They got power, a lot of power they wield in terms of intelligence. And the number 5, they got sentiments. Sentiments is that they are ruled by sentiment. They make decisions based on emotional surges. Wanakuanga na mahasira, yani they make decision kwa emotions. Unaona kama Musa venye alikuwa anafanya mpaka akaangusha because hakuweza kuzungumza, yani inakataa kutoka, akaangusha chini. They make decisions on emotional surges.
I'm trying to give you, how do you know these children? How do you know these people? So that we can come up with a good solution. And number 6, the child has they got special gifts. They are not ordinary citizens. They are not ordinary people. They got so special gifts in their lives. And in these gifts they have in their life, they display special talents and gifts. They are not just that way. They display. Ni mtoto namuona amekaa tu hivi lakini ako na special talent. Anaweza kuwa ni chokora lakini ako na special talents. Anaweza kuwa ni mtu ambaye ako jela lakini ako na special talent. Bwana Yesu asifiwe sana. Because they are not ordinary, and that is why they steal the umbilical cord. That is why they take it for their use. Kwa hivyo watakapochukua hiyo umbilical cord, atachukua hiyo talent for their use. Hallelujah. Unakuta mtoto wako ndio ako na talent, lakini wanao kula hiyo talent ni kimutu hata hakikwenda shule, lakini kinakulia talent hiyo. Kinakulia talent ya mtoto yako. Unakuta amekusanya watoto wengi, kwa huyu ni mchoraji, huyu ni mwimbaji, huyu ni munini, huyu ni munini, lakini nani anakulia hiyo? Ni kimutu hata hakikwenda shule. Sasa mtoto wako yeye anakuaga mateka hapo, anafanya kazi hapo, anafanya kazi gumu iliyo na uzito mwingi sana. Only for the beneficiary ni mtu mwenye is not even connected, because sometimes they are taking it. And lastly but not least, they are responsible. Hawa watoto wanakuanga na sense of responsibility. They are ever responsible. Ni watu wanajipanga. Ushakuta kijana your son anaingianga kwa kitanda yake, unakuta ka bedroom kake kametengenezwa vizuri, amekunja tunguo toke vizuri, yani ako na mipangilio isiyo na wale wengine. I have a son moja ambaye ukienda kwa room yake utafikiria huko kwa koba, na kuna mwingine ndugu yake naye ukienda kwake utafikiria huko Intercontinental. Kitanda yake ni specially neatly done vizuri, tunguo twake tumepigwa, anapiga pasi vizuri, baka anakata ile nywele ile roli anaweka hapa. Iko ni mkijana smart, lakini his brother ukiambiwa hapa sige koba utakataa. Utakuta baka mattress iko chini ya kitanda, iko chini hapo chini. Blanketi utakuta pale. Shuka itakuta, nguo uwezi kujua, socks moja lazima uwe ukinunua masocks all through, because you will never find socks zote zikiwa pamoja, because these are two different, because they have different talents. Na huyu unakuta talanta yake ni tofauti, na huyu mwingine talanta yake ni tofauti. So you kiwa observe, unawapelekea kwenye line ambayo amekuwa. That is why parental guidance is very important when it comes to hii mambo ya kitovu. Bwana Yesu asifiwe sana. So kitovu kama venye tumeangalia ni mlango wa kile kinaingiza uchafu wa aina yote. Ni nini kimeingia? Kitovu ndio kimeingiza uchawi ndani yako. Kitovu ndio kimeingiza uzembe ndani yako. Kitovu ndio kiliingiza the curses. Kitovu ndio kiliingiza matatizo. Hiyo marriage yako imeanguka. Ni kwa nini? Kuna kitu kilifanyika, na hiyo kitu kimeaffect marriage yako. Hiyo kitu kimeaffect huduma yako. Hiyo kitu kimeaffect biashara zako. Hiyo kitu kimeaffect. Kuna watu wengine wanakujanga kama hapa na wanapata leadership, but within 3 days unaona rejection. Kila mtu anakuwa anamreject. Kwa nini? Because there is a voice. There is a voice from the umbilical cord that is speaking. There is a voice ambayo iko hapa chini kwa mchanga ilizikwa that it is speaking. There is a voice ambayo iko kwa sewage ruai ya umbilical cord yako iko huko. There is a voice ambayo umbilical cord yako ilichukuliwa na wamama wakaisiaga wakachanganya na uchawi, ndio wanatumianga kuroga watu wengine. There is a voice ambayo inatumika, mtoto yako aliibiwa ama wewe uliibiwa, vitu zako ziliibiwa through the umbilical cord. Madhani ya washo. Tusimame tu kwa miguu yetu. Naona mumesituka, lakini I have no option. No game of udithia. Sasa anza kujiuliza tu, where could it be umbilical cord? Holera mami wanyu. Wena besa ni anatuona. Mwere mukonyo wakwa eha wateire ko. Akoro warirwo nĩ ngui nĩkĩonaga maũndũ maku maingĩ makĩhiana ta makagui. Akoro warirwo nĩ ngũkũ gũkanyakanya nĩkĩo ũkoragwo ũgĩkanyakanya. Weha mũkonyo waku wa irimũ. Ndũĩ.
ta wewe uli tarara mitugo yaku ni ukomenya mukonyo waku kule uli. Angalia tabia zako zote utajua. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Kila mtu ashike bahasha yake. Na waimbaji, I want us to do an in-depth worship because nataka tufanye ibada hapa ya kukata kitovu. Na siku hii ya leo, your life will never be the same again. Kama walizika kitovu chako, tutakifukua. Kama kilikuliwa na umbwa, itatapika. Kama ndio kinatumika kwenye waganga, itatoka huko. Bwana Yesu asifiwe sana. Thank you. Open your lips, zungumza na Mungu. Mwambie akuconnect na kitovu chako kiko wapi. Muulize tu Mungu, atakupatia direction, atakuonyesha kitovu, mkonyo wako weko. Mkonyo wako weko. Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda, kwani ulinipenda. Imba Yesu, Yesu nakupenda, Yesu nakupenda. Pasa sauti yako. Mwambie Yesu nakupenda. Mwambie akupatie ufunuo. Kwani ulinipenda. Yesu nakupenda. Yesu, Yesu nakupenda. Imba Yesu, Yesu nakupenda. Kwani ulinipenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani ulinipenda. Ima Yesu, Yesu nakupenda. Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. Kwani ulinipenda. Yesu nakupenda. Yesu, Yesu nakupenda. Ima Yesu, Yesu nakupenda. Kwani ulinipenda. Ima Yesu, Yesu nakupenda. oh Yesu, Yesu nakupenda. Yesu nakupenda. oh Kwani ulinipenda. Jesus. Ezekiel 16 verse 5 verse 4. And for your birth, verse 4, and as for your birth, on the day you were born, your cord was not cut, nor were you washed with water to cleanse you, nor rubbed with salt, nor wrapped with swaddling cloth.
No eye pitied you to do any of these things to you out of compassion for you. But you were cast out on the open field, for you were abhorred on the day you were born. The day you were born, your novel card was not cut, and no eye pitied you. Hakuna mtu alikuhurumia. Waliokutana na wewe walikuwa na nia off kwako. The people who met you, they are people who never liked you. They are people who never at all had any good agenda over your life. They never prophesied to you good words. Then the umbilical cord, when it was not cut, you were thrown. And the Bible says you were found swimming in your blood. Ulikuwa una nini? No one looked on you with a pity or a compassion enough to do any of these things for you. Rather, you were thrown out into the open field. For the day you were born, you were despised. You were thrown out there. The day you were born, they despised you. Next, they didn't like you. That is why you are suffering. When a baby is born, mtoto anapozaliwa, anazungumuziwa maneno mazuri. Kera kokogena ke? You speak good words. They never spoke good words. They came, they held you, but spoke negative words over your life. Then I passed by and saw you kicking about in your blood. And as you lay there, your blood, I say, live. Today, I want to declare and decree, as you are lying in the blood of poverty, as you are lying in the blood of miseries, as you are laying in the blood of confusion, as you are laying in the blood of stagnation, as you are laying in the blood of confusion, I declare and decree, from today, live. From today, live. From today, live. Anything that separated you from the plan and the will of God, I destroy it in the mighty name of Jesus Christ. Any word that was spoken against you when you were born, maneno yaliyonenwa na wao wakunga waliokuwa hapo, wakasema hautafaulu, wakachukua kitovu chako, wakasema hautafaulu. Kutoka siku ya leo ninatangaza utaishi. Maneno walioyasema naenda kinyume nayo, ya kwamba utafaulu katika maisha yako. You are going to succeed. 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 They may have buried. Walichukua kitovu chako, wakaenda wakazika kwenye shamba ambayo pia imezikwa hilisi, ikachanganishana kitovu chako na hilisi. In the mighty name of Jesus Christ, I speak life to you. Can I hear good amen? Can I hear good amen? I'm not hearing good amen. I'm not hearing good amen. That from today, somebody say from today, where they buried my umbilical cord, I retrieve it. 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 In the mighty name of Jesus Christ. And I did not hear amen. It is like you don't understand what you are doing. It is like you don't understand what you are doing. Do you really understand what you are doing? Do you really understand the prophetic move you are making? I'm saying this. By the blood of Jesus Christ, wherever they buried your umbilical cord, I retrieve it in the mighty name of Jesus Christ. Retrieve it now. Retrieve it now. In the blood of Jesus. In the blood of Jesus. Retrieve it now. Iende kule nyumbani. Iende kwa waganga. Iende kwa wachawi. Iende kwa wachawi. Itoe kwa umbwa. Itoe kwa mapusi. Iende kule.
Get back your umbilical cord. Get back your umbilical cord. Get back your umbilical cord. Get back it. Get back it. Walitumia kitovu chako kuiba akili zako, kuiba talenti zako, kuiba huduma yako. In the mighty name of Jesus Christ, ninaamuru ya kwamba kwa damu ya Yesu Kristo kitovu chako kiregeshwe. The mighty name of Jesus Christ. 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 Anza kufunguliwa sasa. Kitovu chako kiachiliwe. Kule kwa waganga kitolewe. Kule kwa waganga kitolewe. Kitolewe kutoka kwa waganga. Kitolewe kwa wachawi. Kitolewe kwa anti. Kitolewe kwa anko. Kitolewe kwa shosho. Mwenye alikuwa mganga. Achiliwa sasa. 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 Wale walichukua kitovu chako wakakipeleka kwenye mto, kikabebwa na maji. Hivyo hivyo maisha yako ikabebwa na maji. In the mighty name of Jesus Christ, receive your kitovu back. Receive your umbilical cord. Pokea sasa. Pokea sasa. Pokea sasa. Achwa huru. 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 I think you are not getting the point here. Maybe you are not seeing me. Lift up your hands. By the blood of Jesus Christ. Lift up your hands. By the blood of Jesus Christ. Say, the blood of Jesus. The cleanser of my life. Take over my life now. 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 Give me a heavenly connection. Sama, give me a heavenly connection. Give me a heavenly connection to where my umbilical cord is. To where my umbilical cord is. I declare, the witchcraft will not catch me. Stagnation is out of my life. Stagnation is not part of my life. Confusion is not part of my life. Receive now your talent. Receive your gifts. Receive your talents. Receive your ministry. Receive your talents. Receive the connection. The connection has come now. The connection has come now. The connection imekuja. Pesa zako zimerudi. Huduma yako imerudi. Biashara yako imerudi. Nguvu zako zimerudi. Kiunabii chako imerudi. You are free now. You are free now. You are free now. You are loose. You are loose. Every bondage. Every bondage. Every bondage in your life. Out. Every bondage. Out. Every bondage. Every bondage. Out. Every communication. Out. Every stagnation. Out. Every stagnation. Every stagnation. Every confusion. Every confusion. Every confusion. Every stagnation. Every out. Out. Watch out. Uganga out. Uganga out. Bugatti. 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 Limitation. 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 Stagnation. Confusion. The mighty name of Jesus Christ. Most of us, our businesses have been stagnated. Not because we are not hardworking. We are very hardworking. But their uncles and their aunties and their grandmothers and their grandfathers who are controlling your umbilical cord. Oh, can somebody say, from today? Somebody say, from today. Let me stand here so that I can see. Somebody say, open up your lips. From today. From today. From today.
Just lift up your hand. From today, whatever connects me to my grandfather, to my grandshosho, to my mother, to my father, that is of umbilical cord nature, I cut it. Disconnect. I disconnect. Whether it is land, I disconnect. Whether it is land, I disconnect. Whether it is my mother, I disconnect. Whether it's my grandfather, I disconnect. Whether it's my witches, I disconnect. Kama ni wachawi, kama ni baba yangu, kama ni kuka yangu, kama ni shosho yangu, kama ni wachawi, kama ni maango, kama ni mchanga, kama ni sewage, kama ni umbwa, I disconnect. Start disconnecting. Kata sasa. Kata the disconnection. Make a disconnection. Wakate warogi wote. Remove them from your life. Wakate walioiba kitovu chako, wakate walioficha kitovu chako, wakate. Endelea kukata. You are being set free. Endelea kukata. Hasa. Endelea kukata. Kata yote. Disconnect. Jitenganishe na mchanga. Jitenganishe na laana ya mchanga. Disconnect. Ancestral spirit. Disconnect with them. Jitenganishe na maroho ya mababu. Jitenganishe. Waite kwa majina. Waambie kutoka leo sina mahusiano. I disconnect myself. Wale waliolala, kuna wale mmeshikanishwa na watu waliolala, waliokufa, maroho ya waliokufa. Hata kukataa, ninakataa. Maroho yaliokufa, waliokufa, I cut them. I want to declare and decree today that every demonic connection that is attached to your umbilical cord, that was done by those people that led you to come to this world, from today, I disconnect it. In the mighty name of Jesus Christ. Wale ambao mumeonewa kwa magonjwa kwa sababu imeitanishwa na ya familia, may it be cancer, may it diabetes, iwe inaitwa pressure, ugonjwa wowote ambao ni wa kutambazwa kutoka kwa familia, na hata familia yenu inajulikana ati sisi tunakufanga kwa sababu hii, kutoka leo kwa mafuta Mungu ambaye amenipatia na damu ya Yesu Kristo iliyomwagika msalabani, ninakata connection ya ugonjwa huo. In Jesus name. Receive healing. Receive your healing. Receive your deliverance. Receive your healing. Be healed. The mighty name of Jesus Christ. Be healed. You are free. In the mighty name of Jesus Christ, you are free. In the mighty name of Jesus Christ, you are free.
You are free. In the mighty name of Jesus Christ, you are free. You are free. You are free. You are free. In the mighty name of Jesus Christ, you are free. You are free. And the connection, and the demonic connection in your life is disconnected. Whatever connects you in poverty, whatever connects you with the diseases of your family, you are free. From today, you are no longer a captive of your family. You are no longer a captive of your umbilical cord. From today, you are free. Whoever leads you, in the mighty name of Jesus Christ, chochote ambacho kimetumika kukushikanisha na laana za familia kimeondoka. In the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, in the mighty name of Jesus Christ, kimeondoka, kimeondoka. Iwe ni laana, iwe ni uchawi, iwe ni covenant zilizofanyika kwenye giza, zimeondoka. In the mighty name of Jesus Christ, zimeondoka. In the mighty name of Jesus Christ, na kata kitovu cha umaskini, cha wachawi, cha waganga. In the mighty name of Jesus Christ, wachawi na waganga in your family, in your family, out, 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 out. Wachawi na waganga, kitovu cha umaskini, out, 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 out. The mighty name of Jesus Christ, out. Chochote kinachokuzuia uinvest pesa zako, chochote ambacho kimekuzuia ufaulu kwenye malengo yako, ninakikuja. I destroy every powers of wickedness. Wachawi na waganga na warogi walionena katika maisha yako, out, out, out. Wachawi na waganga, they said you are not going to succeed, but from today you will succeed. I disconnect you from any blood covenant that was done upon your life. From today, I seize blood. I seize any blood that comes from you because of a name of a disease. It will never touch you. It will never touch you. May God of heaven listen to your cries. May God of heaven, I disconnect you from the witches of your uncle. He will never see you again. I disconnect you from his witches. I disconnect you from the powers of darkness. I disconnect you from the powers of darkness. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. Fire is on you. May God listen. May God hear your cry. 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 Your cry is heard now. Your cry is heard now. Your cry is heard now. In the mighty name of Jesus Christ. Your cry is heard now. Your cry is heard now. Your cry is heard now. In the mighty name of Jesus Christ. Your cry is heard now. Your cry is heard now. Kilio chako kimesikika. Kitofu chako ninakikata. In the mighty name of Jesus Christ. It is there. Haitarudi tena. Haitarudi tena. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. I am free. Sema I am free. I am free. I am free. I am free. I am free from every demonic arrangement. I am free. 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 I am free from every demonic arrangement. I am free. 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 I am free from any demonic arrangement. Say I'm free. I am free. I am free. In Jesus' name. Oh my God. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Sitarudi kuwa vile. Bwana amenikumbuka. Now as you hold your envelope, bring it here on the second tire here. Just drop it and say, as you drop it, say, I am free. Say, I am free. Just put it there. There's a huge fire that is around here. I am free. You are being set free. You are being set free. Every demonic agenda
Wherever they had taken your umbilical cord is back now. Whatever medium they used to destroy you through your umbilical cord, it will never touch you anymore. God has connected you back to your umbilical cord. God has connected you back to your ministry. God has connected you back to your family. God has connected you back to your work. God has connected you back to what you were supposed to be. Your star is back. Your star they had stolen is back. They stole your star through the umbilical cord. It is back. Receive. 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 Receive the connection. Receive the connection. Receive the connection. You are not a failure. You are not a failure. You are succeeding. You are going to succeed. You have succeeded. You have succeeded. You have won the battle. Can somebody shout amen? Can somebody shout amen? Amen. Can somebody shout amen? Amen. Can somebody shout amen? Amen. Amen. They were very sure. Listen to me. Yes. They were very sure that you are not going to succeed. Give me the other mic. They were very, very sure that you are not going to succeed. But one thing I want to declare to you today, that you have succeeded. You have made it. Your ministry is back. Your business is back. Your business is back. Your family is back. There are some people. Kuna kamati ilitengenezwa mahali. Kuna kamati ilitengenezwa mahali. Na hiyo kamati ilikukalia chini. Na wakasema hautafaulu. Mungu akiwa mbinguni amesema hiyo kamati imebomolewa. Kuna kamati, sikiliza. Kuna kamati huko Ulaya ama kule kwanyu kijijini ama mahali popote walitengeneza kikundi cha maombi. Wakasema hautaoa. Maana ule mwanamke ambaye alitengeneza hiyo kikundi alipoteza boma yake kwa njia ya madharau, ama huyo bwana alipoteza boma yake kwa njia ya madharau, kisha akaenda. I can hear there are people in uko Ulaya, America, ambao walikaa chini kikao wakatengeneza kamati ya maombi ya kuzuia mtu asipate ndoa yake. Kutoka sasa, na wewe ambao walikaa kwenye kamati wakazuia biashara yako, wakazuia kazi yako, wakazuia ndoa yako, wakazuia watoto wako, kutoka sasa, kutoka sasa, kutoka sasa, kutoka sasa, I can see the breakdown. I can see they are broken. I can see they are destroyed. I can see they are destroyed. They are destroyed. Wanavunjwa. Waliharibu kazi yako. Wanateketezwa. Wanapambarazika. Wanasambaratishwa. Wao waliokaa chini watapigana wao kwa wao. Watapigana wao kwa wao. Watamalizana na wewe. Umewekwa huru. Umewekwa huru. Umewekwa huru. Biashara yako. Listen here. I want somebody to help me. Where's the man? This guy has all of a sudden become busy. Huh? Get somebody else. Look here. Yes. Just keep quiet. They sat down. Na wakatengeneza kamati ya kuhakikisha kazi yako haitafaulu. Walikuwa wamekushikana pamoja na maanti na maanko na neighbors, kwa sababu walijua nyota yako. Inua mkono wako juu. Kuna malaika anapita hapo juu. Kuna malaika anapita hapo juu. Anakata mikanda walioweka katika jina la Yesu Kristo. Mikanda yote waliotengeneza ya kuzuia usiendelee,
walitumia kitovu chako kushikanisha mikanda yako, na kutoka sasa receive the blessing. Pokea baraka zako. Mikanda hiyo imekatakatwa, mikanda inakatakatwa, mikanda inakatakatwa. Every bondage is being broken now, 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 is being broken now. Walikuzika wakaacha kama umekufa. They will never be able to succeed. Walisema wamekuroga, wakakupatia hypertension, wakakurushia hata pressure, wakakurushia ugonjwa ya tumbo, wakakufuga, wakakuletea uwete. In the mighty name of Jesus, I break every disease. Ninaondoa spirit ya uchawi ndani yako. In the mighty name of Jesus Christ, out. Walikuletea kulemaa kwa mguu yako, walikuweka kulemaa, wakalete stroke. Kutoka leo no stroke. Kutoka leo no stroke, no stroke, no stroke. Walikaa kama kamati ya wachawi na ya waganga. From today, nyorosha mikono yako, nyorosha miguu yako, nyorosha mwili wako. No more stroke in the mighty name of Jesus Christ. Oh yes. Wamekurushia roho ya kifo. Kifo kwenye biashara yako, kifo kwenye ndoa yako, kifo kwenye watoto wako, kifo kwenye kazi yako. Inua mikono yako, sema, by the blood of Jesus Christ, I declare and decree there will be never death in my business, in my children, in my marriage, in my family, in anything I do, in my ministry. I will never die. I will never die. I will never die. In Jesus' name we pray. Can somebody shout a good shout? A good shout. A good celebration. A good celebration. A good celebration. A good celebration. Put your hands together. 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 Mulete hapa. Mulete hapa. Mshikilie tu. Walimrushia stroke. Alikanyaga tu mahali, wakamrushia stroke atidi ya kufe. Lakini wao hawatafaulu tena katika jina la Yesu Kristo. In the mighty name of Jesus Christ, no stroke, no stroke. Lala hapo vizuri. Angels, Angel Raphael ashuke, anza kufanya operation. Operation ifanyike mara moja. Pia kwako operation ifanyike. Pia kwako operation ifanyike. Pia kwako operation ifanyike. Ndio hiyo imeanza sasa, ndio hiyo imeanza. 1 2 3 imeanza. Imeanza, operation has started. Operation has started. Every demonic power in you, over your body, every power, every sin power over you is being removed. Inaondolewa. Inaondolewa. Chochote waliweka ndani yako kinaondolewa. Chochote walifanya kwa mwili yako kinaondolewa. Magonjwa waliweka kwa mwili yako, iwe ni ukimwi, iwe ni kansa, iwe ni pressure, iwe ni confusion, ndio hiyo inaondoka. Ndio hiyo inaondoka. Ndio hiyo inaondoka. Hata utasa inaondoka. Utasa inaondoka. Utasa inaondoka. Utasa inaondoka. Simama kwa miguu yako binadamu.
Simama kwa miguu yako. Yes. Mwache, msimuguze. Msimuguze. Anashikiliwa na malaika. Don't touch. Don't touch. Come back here. Come back here. In the mighty name of Jesus Christ. Come back here. Anachomeka tumbo, inawaka tumbo. Mahali waliweka uchawi inaondoka. Yes. Yes. Chomeka. Chomeka. Semeni moto. 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 Uchawi toka. Uchawi toka. Warogi enda. Warogi enda. Uchawi toka. Uchawi toka. Uchawi toka. Fire. 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 Waganga toka. Uganga toka. Usherati toka. Uchawi toka. In the mighty name of Jesus Christ. Ondoka. Hauna makao kwa hiyo tumbo yake. Beba mizigo yenu. Bebeni mizigo muende. Bebeni mizigo murudi kuzimu. Kule mulitoka enda. Toka kabisa. Beba mizigo. Muliweka mizigo wapi? Toa, toa. Beba uende. Beba uende. Beba. Beba. 1, 2, 3. Lose the body, lose the spirit. Enda kuzimu. In Jesus' name. She's healed. Pia nyinyi mumebarikiwa. Mumefunguliwa. Now on Sunday, now we have seen and we have cut the umbilical cord. On Sunday we are doing another operation, connecting your umbilical cord. Now that umeitafuta, Mungu atakuonyesha. Wachana naye mami. Huyu anashughulikiwa. Yeye anashughulikiwa. Hata wewe utashughulikiwa tu, nishike mkono wangu, anza kushughulikiwa. Kuja hapa. Sasa muite akuja kusaidia. Yes, Jesus Christ. Hawezi umia. Jesus Christ is around. Wakati umeita Jesus Christ has taken over. Bwana asifiwe sana. Yeah, umeona? That is how to know that God is in control. Bwana Yesu asifiwe sana. My brother, you are disconnected. But when you usome historia ya mtu anaitwa Abraham. Historia nani? Yes. Ukiwa kwenu hautabarikiwa. Umagare. Utigio limosho wenago. Umagare. Kugo tie kirathimo giaku. Ko ni acio ni moyo kira gikuria. Umagare. Ukishinda hapa. Don. Inua mikono yako juu. Father, this is your servant. Ulimchagua kutoka kwa tumbo ya mama yake. Lakini walichukua kitovu wakakipeleka kwa mto ndio asiwahi kufaulu. Wakavunja ndoa yake, wakavunja huduma yake. Baba, wewe ni Mungu uliojawa na rehema. Kumbuka mtumishi. Kumbuka mtumishi wako. Kumbuka Baba mtumishi wako. This is your son. Mkumbuke tu Jehova. Vile ulivyo nikumbuka. Mwalikane. Tulieni tu. Inua tu mkono yako juu. Useme asante Yesu kwa kunikumbuka na hata kunibadilishia maisha yangu. Nitakutumikia. Sema amen. And now may the grace
tuko na ibada hiyo nyingine ya mafundisho. Tutaanza saa 9. Saa hizi ni saa ngapi? Na 15. Saa na 15 ndio tunaanza. Saa 10 sharp ndio mkule kikombe ya chai. Na ningeuliza management